moves. Shangwe na vigelegele kwa Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa wale hamjasikia hiyo, amen. Haleluya. Kwa wale hamjasikia hiyo, tumesema after hii service jioni tutaenda, tukienda nyumbani tutapitia kwa hiyo mlango. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Nina sababu ya kukusifu wewe, Bwana. Nina sababu ya kukusifu wewe, Baba. Come on. Nina sababu ya kukusifu wewe, Bwana. Nina sababu ya kukusifu wewe, Bwana. Weka mikono yako namna hii. Kwa Yesu. Hallelujah. Hai. Epigie Bwana vigelegele, vigelegele kwa furaha. Vigelegele. Epigie Bwana vigelegele, vigelegele kwa furaha. Pigieni Bwana vigelegele, vigelegele kwa furaha. Vigelegele, vigelegele. Ametuinua, ametubariki, ametupa neema, ametuinua, ametubariki. Kama weka mikono yako juu vizuri kwa Yesu. Hallelujah. Weka mikono yako juu vizuri kwa Yesu. 1, 2, 3, tena. Hai. Mimi na Yesu tunapendana. Mimi na Yesu ni marafiki. Mimi na Yesu tunapendana. Mimi na Yesu ni marafiki. Ukiona ninaimba moyoni nimempata Yesu. Ukiona ninaimba moyoni nimempata Yesu. Mimi na Yesu tunapendana. Mimi na Yesu ni marafiki. Mimi na Yesu tunapendana. Mimi na Yesu ni marafiki. Mimi na Yesu
Bwana Yesu. Hallelujah. Hey Yahweh, hey Yahweh akumama, hey Yahweh, hey Yahweh akumama na yo. Hey, oh hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh uinuliwe, hey Yahweh, hey Yahweh uinuliwe, hey Yahweh uinuliwe, hey Yahweh. Sifa na utukufu ni zako, ewe Mungu wangu. Sifa na utukufu ni zako, ewe Mungu wangu. Sifa na utukufu ni zako, ewe Mungu wangu. Sifa zako Baba zavuma, sifa zako Baba zavuma, sifa zako Yesu Baba zavuma, sifa zako Baba zavuma, sifa zako Baba zavuma, sifa zako Yesu Baba zavuma. Hallelujah. Hatoreti hoto biaga, hatoreti hoiwe twabetie, nego lietora dieginya tokinye ore anga yendaga. Hatoreti hoto biaga, hatoreti hoiwe twabetie, nego lietora dieginya tokinye ore anga enye mayano, mayano marurume, mayano marurume, mayali mabure, enye mayano, mayano marurume, mayano marurume, mayali mabu. Haya kanyanga kanyanga hivi kidogo. Hallelujah. Kehakeikeruona maithori tutigacionare ngiandongai negothiĩ tũrathiĩ nginya tũkinye ũrĩa Ngai endaga. Enie kehakeikeruona maithori tutigacionare ngiandongai negothiĩ tũrathiĩ nginya tũkinye ũrĩa. Enie mayano mayano marurume, mayani mabure, enye mayano marurume, mayano marurume, mayani mabure. Weka makofi yako tu vizuri kwa Yesu. Hallelujah. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri jamani. Ngayore mwega, ngayore mwega, ngayore mwega, ngayore mwega, ngayore mwega, ngayore bararia, ngayore mwega, ngayore mwega, ngayore mwega. Hallelujah. Ruka kidogo kidogo kwa Yesu jamani. Hallelujah. Tulia. Kai. Twende. Alafu unazunguka kidogo kidogo kwa Yesu jamani. Hallelujah. Rukia Bwana Yesu.
Yesu. Amen. Zainama mbele zako, milima na wanyama, ndege za angani, mito na hata kila kitu, vyote vyaungama mbele zako. Tunaunganika na makerubi na maserubi pamoja na mamilioni ya malaika wanaosujudu mbele zako wakisema unastahili, unastahili. Nasi pamoja na mwanao Yesu Kristo aliye katika mkono wako wa kulia akitetea maslahi yetu, tunaunganika pamoja na wote. Katika ibada hii Baba, na kuomba tu kaniongoze, ukanitumie kama chombo, nikaweza kuzungumza yaliyo yako, nikaseme yaliyo ulionituma, na nikasimame kwa njia ulizonituma nazo. Usikubali nikanene yasiyo yangu, bali nikanene yako. Na ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Mtu mmoja aseme amina. Simame. Nani amesema mukae? Nikimwagete kiria guo. Taginyita mundu ucio mwena ke hau next, mushike mkono yako ya kulia ule ugeithagia mundu, mugeithie na ndukarekie, mushike. Na ule ugotigwa atari na mundu anyitete ni kumaanisha maundu make ti mega. Mtu ukiona mtu ako peke yake, hakuna mtu ameshika, kuna matatizo, kuna matatizo. Muangalie sasa, mushike na umwangalie kwa uso. Hata kama una kuoga mchawi, mushike, muface, turn your body. Geuza mwili yako, muangaliane hivi. Wacha kukaa kama Mkristo mchawi. Kila mtu ashike, hata kama wewe ni Asha, tafuta mtu mushikane na yeye. Mwambie Mungu anakupenda. Na ubarikiwe. Kila kitu chako ambacho kilipotea kimeregeshwa. Neema ya Mungu itembee na wewe. Vibali vya Mungu vitembee na wewe. Ninakutabiria leo wewe ni mshindi. Ninakutabiria leo wachawi hawatawezana na wewe. Ninakutabiria leo wewe utainuliwa kwa viwango vingine. Mwambie amina. Mwambie keti sasa. Na umwambie uzoee hivyo. Asanteni sana kila mtu sasa. Yes. Chukua hii mweke pale chini. Kuja tu. Kuja. Leta hiyo story hapa. I'm happy. Sema I'm happy. Wale wanajua Kisugu. Kama hujui Kisugu kama Roda Kenyale, unakaa tu nasema I'm happy. Ama namna gani? Asanteni sana because I can see order is coming back. Si ndio? Niliwaambia kuna watu tulikuwa na wao kina Koki, nikawaambia let us bring order. Si ndio? Koki akaniambia sasa nayo kanisa unaonaje? Sitaaguka. Nikamwambia sio yangu, hata ikiaguka sio nani? Ni ya mwenyewe. Mwenyewe akitaka iaguke, mimi niko na mahali pa kumiko na tubusi na tukodoo na tung'ombe tukuchuka na fugaga shuka kama Masai na kama Masai. Nitaenda huko nifanye. Lakini order lazima ifanye nini? Iingie. Sasa kaniambia situombe kwanza, nikamwambia kuna maombi. Hakuna maombi. Tunaomba, tumeomba miaka 2 tumekuwa tukiomba hapa. Venye tunaomba zaidi ndio order inapotea zaidi. Nikamwambia sasa ile kitu tutafanya, leke tugoithie. Tushike hii munara. Inaitagwa Ashera pole. Tugoithie geke kiambe kegwe tondu geke nikyo gitumite mathina maria turi namo. Tukavuruta. Akaniambia hapana, nitukugoithia kanitha ka Ngai. Ngimwira haha hatire kanitha ka Ngai. Gaka ni kanitha ka ngoma. Tondu andu aria turi nao guku ni a ngoma. Mwathani agocwo. Nikamwambia hawa ni mashetani tupu. Maana hakuna mtu amekuja kuabudu Mungu, amekuja kutafuta toro daka dadisa. Sasa huyo ni mtu wa Mungu kweli? Sasa Koki alienda maombi, akaenda kuomba. Alipoenda kuomba nilimsikia ICU. Nisikia amegojeka kwa sababu ya kujaribu kuzuia nini? Tuleke order. Kwa sababu Koki analilia namba. Na mimi nalilia nani? Mungu. Namba na Mungu ni nini kubwa?
Afadhali ubaki na mtu mmoja na ukue na Mungu kuliko mkue mmejaa mpaka huko na ni makobula tupu. Bwana Yesu asifiwe sana. Now you can see fruits. Unaona fruits sasa? Kanisa imetulia. Niraigwa juko. Niwe ndirarĩria koki. Niraigwa juko. Niraigwa bara. Sasa kuna siku uliingia pale wamama watatu wakakufuata. Walikuwa nataka kujua tumeongea na wewe nini. Sasa unasikia ukifuatwa? That is order. Hiyo ndio kitu muhimu. Hatukujagi hapa kutafuta fame, kutafuta nini, tunatafuta Mungu. Maana kule nje mimi nilikuwa mwizi. Si mnajua hivyo? Nilikuwa jambazi. Si mnajua hivyo? Naongea na watu. Tafadhali kama hutaki kuongea na mimi, mlango ni ile. Si mnajua nilikuwa mwizi? Mwizi sugu. Si mnajua nilikuwa mugeke? Mugeke sugu. Si mnajua nilikuwa chokora? Si mnajua nimesubuana na serikali? Si mnajua nimeenda jela? Sasa ni nini kingine natafuta? Mimi ndio nilikuwa mtu wa kwanza kuendesha VX. Ilikuwa KAM 889M. Mtu wa pili kuendesha VX alikuwa John Mutudho, alikula pesa ya hapa. Mtu ya tatu kununua VX alikuwa mtu anaitwa Gideon Moi. Leo kedisha na ke. Utanitisha na nini mami? Ulikuja kwa matatu, ulikuta nilikuwa na matatu gapi? Ile zote zilikuwa zinaitwa zamani Masha Live. Gari yote ilikuwa inaitwa Masha Live. Zilikuwa zangu. Nilikuwa na matatu moja na ingine 78. Mimi ndio nilianzisha Dadora Dubbing Site. Takataka yote ya Nairobi ikimwagwa nilikuwa nalipwa. Mimi tuliiba pamoja na mtu anaitwa Wanogo na Rasta. Tumevuja mabenki huko na tumekula pesa mingi. Hata mama mmoja hapa tulilalisha chini na akatupatia pesa. Na hako hapa na no aratuona na kutire kodwa geto twara. So nikekekio gedisha nakyo. Pesa nimeona. Kuna siku tuliiba pesa dola. Si pesa ya Kenya, dola. Wakati dola ilikuwa inaitwa dola. Toto ya ukibadilisha ikuwe pesa ya Kenya ilikuwa 150 million. Nashia gereto na GSU. So ukikuja kuniambia tutafute pesa na shida ni pesa gani unataka tutafute? Washi nimefanya. Hawa mabuge wote na wakubwa wote hakuna mtu sijaroga pesa mzuri. Hakuna. Hata wao unaona wanasema anapiga makelele hapa ati ni wajuaji, si wajuaji. Unamwekea soda ya Coca-Cola na mwambia ni dawa imetoka India, anakupatia milioni 3. Usoke mudu wako yate ni mwoleda wadha foroli na unamuhenile na Coca-Cola. Bwana Yesu asifiwe sana. So it is very important and paramount tutafute Mungu kwanza. Seek ye the kingdom. Seek ye the kingdom. And it is not only the kingdom, but the kingdom and its righteousness. The kingdom has a system ya righteousness, utakatifu. Umeelewa? Sio tu kuwa kanisa na wewe si mkatakatifu, wewe ni jagiri. Uko kanisa hapa, haleluya, mwathani yagocwo, kumaria ndahano kile mwaka 72, ndorete no ndio na kiregerero no jetereire mwathani, okay, na wewe jagiri. Hapo hakuna mahali unaenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuwa na watu wawili ambao mnaenda mahali. Maana hizi vitu zote za dunia tumepata. Mimi niko na watoto 25 wale mimi najua. Na kuna fununu, kuna wengine kadhaa wanakuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Wa zamani na wa sasa. Hello. So ikiwa na watoto 25 ama tuseme sasa ni 27 28, ndio upate hawa 25. Umepitia wapi na wapi na wapi? Ni hiyo 25 umepitia? Wewe ndio wetu ajuajire. Ugekahura ushagiri na andu 25 uhurite na igana. Hakuhengiri andu mangecagura MCA. Nuko no rokorokoreria hau hakuhengiri. Niki kegi gikoro ngicaria kuri atumia. Niki. So rekei twethenga tutafute Mungu. Mimi pesa nimejua. I know the colors of different colors of money. Mimi niliiba Daban security, total security, niliingia kwa bagi nikatoka na pesa nikaenda nazo. Udirafa tara pesa yaku. Nijue kule pesa ikoragwo.
Na ingĩenda mbeca ũmũthĩ ũyũ no Ruto ngũhũrĩra thimũ ndĩmwĩre two term anengere milioni 100 na nĩekũnengera o ndĩmwĩre tu rĩu ta njĩra ndĩroka gũkũhenia ngũrathĩre maheni ũhegana rĩmwe rĩa gwĩka atĩ itanisaidia na nini na mimi najua pale pesa iko wapi. Sema two term muone pesa ikianguka hapa. Two term. Usiende one term kama ni pesa unataka usiende one term. One term ni muhahe mutheri na mushene magukuhe. Lakini ukienda two term wewe utapaki pesa kama Sudi. Nije Sudi anaweka zake hizi napakiwa hivi na ni wa kilasi tu. Na wewe umesoma na uko hoyo lao ya jikia mabaadhi. Kaa vizuri. Sasa huyu mtu nilimwambia toe hii aweke huko. Ukawa hapo ngano igua na ihenya. Chukua hii weka pale. Na weke hiyo stool ikae vizuri, haikaja kaa vizuri. Hapo. Ukaenda na hapana, si weka hapo juu hivyo. Thank you. Yeah. Mara joria rohiana ruonero wake kama ndo ya rutwara kwa thai. Thai nyomba. Thai rĩngĩ. Thai gatatu. Kĩrũme nyambo. Mũndũ wa nyũmba tũgĩũke tuongeithie. Tũwe matuha. Siasa ukinyĩtie ko. Turefanga. Rashagũra. Ndiratua. Ndũramenya kana nĩ two term kana one. Tweteire Ngai atuhe gĩoteki. Tũmeteire Ngai. Tũgatongoria nĩ mwĩrĩ. Mate igwe yake ndwendire kuhura na mahiga ukiuga nĩ Ruto. Tugokĩra tene. Tugathure Ruto. Ũyũ nĩ watongoria Nairobi ng'ima. Gakarona kahĩnjĩtie ũguo nĩ kĩbiriti. Huyu ni moto. Akiakisha Nairobi tawaka moto. Huyu ndiye alituambia Ruto. Tugokĩra tene. Nĩtũherete. Nĩmũherete. Aca mũtikahere. Ruto gũtirĩ mahĩtia namo. Ruto ni kiboko kia Ngai. Amekuja kututengeneza. Wakati wa Kibaki kuna Wakikuyu tulikuwa tunahuteka. Tunahuteka. Wakati wa Uhuru tulikuwa tunaenda hata kanisa. Hakuna hata kanisa maana tulikuwa tumetoshereka. Wakikuyu wanataka kunyoroswa na wapatiwe mtu hata Ruto ni amacha. Tukwenda kido Idi Amin, Mugikuyu anataka Idi Amin dada. Mugikuyu anatengenezwa hivi. Hakuna kitu kibaya dunia hii kama Mugikuyu. Hata Mungu anakomplain akiwa mbinguni. Nikioka yehigeire kuria iguru. Tondu Agikuyu ni magithiete kuia. Wako ni ndathiete kuia kwa ngoma ari. Kwa Ngai. Yes, salimia watu wa Mungu. Ndio melewe tawate. Bwana asifiwe kanisa. Bwana asifiwe tena. Kwa majina naitwa Damaris Murioki. Na kuanga najitaka mama county. Mama anapenda watu. Mama anapenda amani. Na very soon tutakwenda caravan ya amani. Si mnapenda amani? Si mnaona venye kumekuwa kubaya, sio kuzuri. Na tuombe sana. Mahetia nĩgũcokera. Na ugo igwa hapo twakiuga Mũgĩkũyũ, mũndũ gwĩtwo Mũgĩkũyũ nĩwe wendagia ũrĩa ũngĩ. Na ndĩmũrie kaũndũ kamwe. Rĩrĩa Mũgĩkũyũ aramomorerwo thoko kana agekĩrwo maũndũ gũkũ rĩ. Ũrĩgo MP na mwathĩte gũtetera Mũgĩkũyũ. Twaria ũhoro wa ma. Mũrĩmũigua tondũ Gĩkũyũ tũtiendanĩte. No rĩrĩa gwatuĩkire mũndũ ta Tuju nĩ oka gũtaho nyũmba ciake Kareni. ODM yothe yagũire kũu. Andũ ane mendanĩte. Gĩkũyũ reke twendane. Na ũrathiĩ tũtirathiĩ wega. Tondũ Mũgĩkũyũ nĩ araheo mbeca agakũruta muoyo. Ngai nĩ akwaga kũrakara. Tarĩu ngĩrora ciana iria iraheire gũkũ cukuru haha Gilgil. Ndarora list ĩyo Agĩkũyũ nĩ waingĩ. Hawa watoto ni wa Kikuyu, wengi ni wa Kikuyu. Hiyo ni kitu very painful. Rekei tuhoe. Na gũtirĩ ũndũ ũremaga Ngai. Na ndĩna makai nĩ akũgarũra mũtũrĩre witũ. Atumia ireke tuhoe. Ndona haha mwandĩkĩte Team Deborah. Mutumia arĩ mũhoi. Niĩ ndamũthaitha. Ni mũtikanjirĩre kega.
Demudo na miaka 40 plus na demwite soso. Niĩ ndĩ mũtumia na ndĩna ciana na ndĩmwĩte cũcũ no Ngai nĩahete riri mwega na very soon nĩngũmwĩhoya reke itumĩre Nairobi twarie thayũ nĩ andũ aitũ na nĩkĩo njũkie tũra na apostle tũbange karavani ya thayũ ndamũthaithe mũtũnyite moko na mũreke Mũgĩkũyũ twendane nĩ twĩrekereirie mũno nyĩronire mũtumia ũngĩ haha Mwĩki niĩ njikaraga Kasarani Njiro ward nĩ ũndũ wa gũcora tatu ya Ruto mbura ora mũcina na acid akimenyeka nĩ mũtumia ũciarĩte mũtumia wa mũthuri ũyũ ena mũtumia mwana wa mũtumia sister ya mũndũ akoragwo kiugo mbeca tondũ makĩmũraga marugaga Ruto nĩ amũhete mbeca ũcio nĩ ũrika ati wĩiru atĩ haha gĩkomba gũkĩmomorwo ndũngĩona nginya MP wa Starehe Mwago agĩthiĩ gũtetera Mũgĩkũyũ mwenzake mũndũ ũrathire gũtetera andũ akamũkũnji na gĩkomba nĩ Babu Owino tondũ nĩ Mũjaruo ĩyo nĩ thoni ihana atĩa atĩ uga mbugu aku handũ ha Mũgĩkũyũ ũrĩa wĩnake akũiguĩre tha nĩ ũrakorwo agĩkũhũraga ndamũthaitha andũ aitũ sio kuzuri ti kwega na nĩ mũkandirikana siku icio ndari haha mbere ya mathabahu apostle araugire twĩtie thayũ na thayũ heanagwo nĩ Ngai na gũtirĩ ũndũ mũritũ maitho-inĩ ma Ngai na thaa ici reke tuge apostle ha ũndũ nguga Uhuru araugire handũ athiĩte mathiko araugire ona hunjia nĩ kwenda mbeca mũno nĩ matwendirie nĩ makana nĩ maheni tondũ mũhunjia aroka haha agoka konta president aroka haha nĩ ũndũ wa kuga tuta mwaka wa milioni 5 icio gathi gũkenia mũka na njangiri ciake no yo tũrahoyaga haha ũthia cie barũa ndangĩkona nĩ makana nĩ maheni na reke njendete waru ingĩ tondũ aragia carũrũkũ ũmwenda kana mũmene ũgũre nĩguo njeragia ngĩka ciaca ciakwa ndiendaga kũdifendi mũndũ ona ũmwe na gĩciko gĩtwo gĩciko no mũthuri mũtikamũtharau aragia kiugo nyinde iguaga agĩtangatho redio-inĩ KBC atĩ waru ingĩ wa Mũngĩkĩ nyindagwaga ũũ atĩ nĩ tũkoragwo nake haha itagĩtĩkĩge maũndũ macio njĩraga andũ nĩ timu waru ingĩ makanjũria Mũngĩkĩ he mũndũ anjũririe atĩrĩ na nĩ ũrathoni rĩu nĩ ũkũruithio waru ingĩ rĩa kũnduithia tibatireraga irĩgũ akaini arĩa ndungata yake yakĩmũgarũra niĩ ndirĩ mĩingĩ ingĩaria no ndĩraruo nĩ bũrũri ũyũ witũ tũhoi mũno tuombe mũkũhoya asante sana huyu tunafanya na yeye Nairobi edition ya caravan ya Peace Caravan she is one of the leaders ambao tutakuwa tukifanya na yeye na tutafanya tarehe 20 mwezi huu tunaikia 21st lakini itakuwa 19 20 na 21 tutakuwa tukizunguka Nairobi mzima tukitagasa amani. Bwana asifiwe sana. Na kwa hivyo kila mtu amealikwa akuje tutagase amani. Watu wengi sasa wameanza kunisupport wengi sana. Nakuru tulifanya lakini hatukufanya vizuri. Sasa watu wameona kweli kuna kitu nilikuwa nasema. Kwa hivyo nataka kuwabiaga, just say what you are saying. Endelea tu kusema, usijali kama kuna mtu anakusikiliza ama usikilizwi, endelea tu kusema. Hiyo kitu watakuja kuiona. As long as you know you are speaking from God, that thing they will come and see. Wataona tu. Wewe usiogope. Mimi nikiwa Mũgĩkĩ nilitoka takasa Mũgĩkĩ broad daylight. Sikuwa naogopa. Na kwa sema nikasema wamama wasivae mini skirt na wasivae trouser. Mlivaa? Hamukuvaa. Maana nilikuwa na jeshi na kikosi. Na nikawaambia mkae wenye na watu wakakuwa na discipline. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata sasa tutaweka watu discipline. Ndio Mungu aliniambia si nilikuwa nimekuweka discipline kule. Hata hapa weka watu discipline tuende vizuri. Hata hapa tutaanza na discipline wapi? Hapa. Ukileta kinyolilo kidogo, najua dunia hii kuna 7 billion people. Hello. Utokuraganira hano ndo magana mere. Acha. Iwezekani watu wakae na discipline. Umesikia Penina? Watu tukae na discipline, ikishindikana unaenda na kama mahali kwingine, mahali hakuna discipline. Lakini kwa wadora wa Roige, discipline number 1. Number 2, discipline. Number 3, discipline. Hakuna kitu kingine. Moshene hapa na nini kingine, tunaweka tu paka hapa kwa mdomo yako tunachoma.
na tunakwambia enda mahali unaenda, hata kama ni polisi, enda polisi ukaripoti. Kitu ya kwanza polisi ule atakuuliza nani amefanya hivyo? Ni Warege. Ulikuwa wapi? Kanisa ya Warege. Anakuwa na kanisa? Aliokoka? Una ukweli ameokoka? Wewe una kichwa mzuri kienda huko. Hivyo ndio polisi atakuuliza. Sio kesi imeisha. Yes, hiyo kesi imeisha. Ni ukweli kana ina kokoke. Kiega, sire wako wage tetero. Ni huranagirwo ni Ngai. Napiganio na Mungu. Hiyo kesi imeisha na maneno yako imeisha. Na mdomo imechomeka. Mhahe na hizo vitu nyingi utuache. Tu focus, tuende bali. Hii ufalme iko kwa mikono yetu. Sisi ndio tutafanya hivi, tunajua ni nani atakuja. Mimi najua nani atakuwa president. Hello, hata mkipigana huko mseme ati nini, muende wapi na huko, muende na huko, I know who will be. Na none of the people, hao naona hapo, none of them will become. None of them. Wewe ndio piga kura yako Nyandarua for the sake of kupiga, lakini none, hata hiyo ya Nyandarua mkiipata itakuwa mmefanya hivi. Hiyo ya Nyandarua mkiipata, mnaweza ipata, sikasemi mtaipata, lakini you need extra plan. Hawa watu wamejipanga kitabu na mefagile na madhabahu. Na wabiaga walijipanga na madhabahu. Hawa ni watu wameenda kwa wagaga. Jamaa simuliona ameruka hapa na ndege smart. Ukasema hadi na private jet, hadi na hadolete tio pesa. Kuna mtu alikuwa amekuitisha pesa ya kulipa private jet? Kuna mahali umesikia kuna deni tunadaiwa? Hakuna. Na ni kwa nini alienda na private jet na wakati ule mwingine anaendaga na hizi zingine? Na wakati mwingi overate umeona anaendaga peke yake. Wakati kwa Suluhu alikuwa peke yake, si ndio? Wakati alienda kwa Mutheveni alikuwa peke yake. Wakati alienda sijui ni wapi alikuwa peke yake. Lakini saa Saudi alienda na mke. Mtumia kumutora na yake ogethi uko. Mudurume wothe ri ataburaga mutumia wale mureciria kuhika kaide muyire thiri. Mudurume ukiona mwanaume anakuita ako na shida, mwanaume akwambia tuthie ndwara ni murwaru ena shida igotine ena thina, urabatara mwenda wake akorwo haha nigetha akone tukafairo kandika mundu umagaraga ri mundu kagatia mundu thia ogeni ni kagatia uthia gate yuga gate mundu takua ni athia ogeni kataito ka mugunda wari muru ri ke haria kabatini na shares ciakwa cia Safaricom ri chigite kwa wakili fulani. Yes, ukiona Ruto anatembea na bibi, kuna signature ilikuwa inatakikana mahali. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Ruto ni mzuri. Ruto ni mtu kama wewe. Ama si mtu kama wewe? Ni mtu kama wewe. So we are the church. We are preaching peace. None of them is bad to us. Sisi ni none partisan. Mimi si DCP na sitaenda DCP. Mimi sitaenda Jubilee na mimi sitaenda UDA. Nitabaki kuwa Mkenya. United as a Kenyan. One as a Kenyan for the sake of this nation. Wakati hiyo ingine tulikuwa na post election violence. Ikakuja niliwaambia watu kuna kakitu kanapagwa na hapa juu. Mishoki nikaenda kwa Mishoki. Mishoki akaniambia kijana, umeanza kutuletea ile maneno yako ya mugike. Nikamwambia mzee, na hapa juu kuna kitu italipuka na mtaona baya. Akaniambia nitakuitia polisi. In fact nilishikwa na yule commandant yule Gabo wa commandant wa AP. Alinishika hapa akiniteremsha kwa stairs pale Harambee House. Niondoe ujinga. Nikateremshwa mpaka huko chini na nikapigwa teke. Baadaye after 3 months Mishoki akanipigia simu. Akaniambia kuja unipatie ile maneno ulikuwa unanipatia. Maana kimechomeka na kimeivana na kumeharibika. Mimi mwenyewe nikamwambia sasa wewe tulia, hiyo uwezani nayo. I am carrying an altar. Mimi mwenyewe ni madhabahu. Nikifika mahali kuna kitu kitafanyika. Mimi nikatafuta marasta 8.
marasta. Siku hiyo nilikuwa na gari mbili. Tukachukua marasta 8, nywele zimefika huko. Tukatoka hapa tukaenda Naivasha, tukatembea hapo Berlin Hotel, tukatembea hivi kidogo kidogo. Watu wote wakasema Mugiki ule guku nituhadira. Wajaruo wote na Waluya wakaingia basi wakatoroka. Tukatoka hapo tukaenda Nakuru. We did the same. We were 8. Kutoka hapo tukapanda Eldoret. We did the same. Eldoret wakasema City Hoppers imekuja kutoka Murang'a, Meru na Embu, na wamekuja na mapaga, na watu wale wako na manywele zimefika hapa, wale wanakunywaga damu hivi ukiwa bali wanakuvuruta damu unakufa. Vita ikatulia. Bwana Yesu asifiwe sana. Vita ikafanya nini? You don't need war. You don't need silaha kwenda kupigana hizi vita. Hapana, you need your God. That is why we seek the kingdom and its righteousness. Any other thing will be added unto you. Kila kitu itaongezewa, utapatiwa. Ukiitisha amani inakuja. Ukiitisha hii inakuja. Ukiitisha biashara inakuja. Ukiitisha whatever you ask, it shall be given. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is what we want to raise an army ya kuitisha amani. And you cannot call for peace if God is not with you. You must seek God first so that the peace can come. So that is why I will not need a quack amongst myself. Siwezi taka mkora, siwezi taka jagiri, tunatembea nayo. Maana jagiri kama anaitwa Damaris. Damaris badala tuende na yeye anaangalia mguu yangu venye imekaa. Anaangalia masikio yangu imekaa. Na mkwenda mnaenda. Uliza hawa wazee wa Mau. Kama huyu kijana atakwambia mtu angecheza samani alikuwa anafichwa na anafichwa na anafichika na anafichika kabisa. Kana tiko kijana. Atendwe bugieta muriha riu ndakiambiriria na ni uria kurathio okai tuthie tute bugi muriha nemo bugi muriha nemo ikara guthia urenda guthie. Wacha kwenda hapo, nataka tuende. Hawa hawataelewa. Sasa umeona wameanza kukuangalia wanashindwa bugine ndio. Kwa nini maneno gani wanataka kuanza kanisani? Hapana, hivyo ndivyo kulikuwa. This man is 106 years. Alikuwa kwa Mau. Ndio walianzisha Mau wakapigana. He is still alive. That is why he is my friend. Alikuwa kwa batoni moja na my grandfather huyu. Ndio alikuwa anabebea grandfather yangu bunduki. Huyu mse. Na silaha mwali mukui modo. Hallelujah. Mwakuagira guka modo. So this is my nampenda, ndio naona kanapenda hawa watu wote. Na ule chocho mwingine amekuja, ule wa kufinya watu. Nio kile? Huyu ndio alikuwa anafinyaga watu. Taro kama makuone. Hata mimi ati nini? Siku ile nilikuwa nikipiga girogoni. Nikaambia leta jahe ya waroigi. Nikamuva msijana nikaambia bana leta wewe mwenyewe. Nikapeleka. Nikakuba. Haya polisi inakuja. Mnaondoka. Nikitoka kule natoka na abio ni kijana mwingine. Akaniambia wewe soso kijana wako hiyo yote nikakibia namna hiyo. Polisi akaburu. Unapeleka hii watoto ya soso wapi? Kaniambia soso hata wewe unasaa mwegeki. Ndio. Na saa mwegeki. Na saa polisi, na saa daktari, na saa moishi na mwegeke yote ni yangu. Akaniambia chukua kasia yako rudisha kule. Alichukua kasia yako. Akaambiwa chukua kasia yako rudisha. Bwana asifiwe sana. Thank you Shosho. Ikaradhi. Kachidi. That's how ndio Mau. That's how these are my grandmothers ambao walikuwa na my grandfather. Na ndio tuko na wao hapa. So hii damu ni ile, si ndio? Kwa hivyo hata sisi hapa tukae hivyo. Tukae na discipline, tukae kama Mugiki waliwacha pombe, wakawacha bagi, wakawacha madawa ya kulevya. Ni wewe ambaye hukunywi madawa ya kulevya? Na mshana wewe nago iholetia kanua. Tutapambana na hiyo. Hiyo tutazima tu. Ni Shosho. Wewe ndio utakuwa discipline master kwa hii kanisa.
kakileta shida unavinya. Bwana asifiwe sana. Ningetaka tu wiki hii tunapoingia kwa wale ambao tumekuwa tukiomba, the team, both the teams, na mtu yote ambaye atanisikia kwa sauti hii, wale wako ngambo, our online viewers, God bless you, I welcome you kwa this session ambao tunatufundishana siku ya leo about the dreams. Alafu takuwa na anointing ceremony. Tukimaliza hiyo, maana the dreams ni kurevive na kurevive. Leo ni tarehe 31. Ni kuvuka, tunavuka chapter ya giza. Tunaingia kwa chapter ya mwangaza. Hiyo ndio uliona watoto wamekuwa wakichinjwa. Ukienda Gataga watoto walichinjwa, wakasikwa. Ukienda Nakuru the same, wamechomekea kwa nyumba. Ukienda Mombasa, it is a global phenomenon. It is not a Kenyan issue. It is a global. Mwezi wa 5 na wa 6 ndio huaga wana sacrifice watoto wengi. Watoto wana sacrifice yako mwezi wa 5 na wa 6. Maana mwezi wa 5 na wa 6 ndio inakuwa transition. Transition ya kutoka kule ulikuwa kwa shida ukiingia kwa baraka za Mungu. Sasa ile kitu wanafanya watoto, kutoa watoto, wanatoa watoto ndio kuzuia usivuke. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanatoa watoto kama kafara ndio kuzuia maroki yake gogona. Wanajenga madhabahu ndio kusikue na revival, kusikue na transition. Maana every 6 months there is a transition. Bwana Yesu asifiwe sana. And this one is very special to God because it is a transition that inabadilisha dunia mzima. Ndio unaona wamengangana hii kutoka mwezi wa 3 kukuja hivi. Wamengangana kuzuia revival. Na sisi tunajua tulipanda kwa mlima, tukayafanya ile kitu tulifanya. Tukaenda Badia tukafanya ile kitu. Tukaenda kwingine tukafanya ile kitu. Nikakibia Germany nikafanya ile kitu. Nikakibia Malta nikafanya hiyo kitu. Nikakibia Spain, nikateremka hapo Greece nikafanya, nikakuja nikakaa hapa. Nikaogojea sinema. Mwae mjamaa akakibia baka Rome. Kaenda huko akakuja baka Murang'a. Akaona Duma. Bwana Yesu asifiwe sana. Akaenda Kazakhstan, akakibia huko, akarudi Mombasa, akakuta Omari Hassan amemwalimbia kila kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati wa kufa kwa Nogo, miti yote inateresaga. Haleluya. Wakati wa kufa kwa nani? Kwa sababu walikuwa nataka, ndio uliona ka president ka nani? Ka French alikuwa hapa. Ni hiyo alikuwa anakuja inaugurate system yao, one world order. Na sisi tulikuwa tushatagulia, tukazima moto hiyo yao yote. Tukaenda kule ngeta kwa Abadia, tukafanya ile vitu tulifanya, tukaenda Mount Kenya, tukaenda kila mahali. Walikuja, simuliona wakichiba mchaga. Hiyo mchaga tulikuwa tumeipeleka already Mount Kenya. Simuliona wakati nilipeleka mchaga ya county ya Kenya, ya UK, county 747 ya Afrika, kila kona, all the cities of Africa. Nilikuwa already na michaga yao yote nimeweka hapo. When they were coming now to raise their altar, wakakuta already an altar had been raised. You can't defeat that people. And this is why nawaambia wachaneni na panganga. Hii si siasa ile tulikuwa tunapiga ya kwenda huko kwa barabara, ya kurushania mawe. Msirushe mawe, usitukane mtu, usitukane hata Ruto. Wachana nao kabisa. Get out of that. Tuingie kwa madhabahu and you will see the power. Angalia wakati mtu anaitwa Musa. Musa anaambiwa na Mungu. This team was so powerful, and again these people were in a foreign country. Israel walikuwa in a foreign country, walikuwa Misri. Pale Gosheni ndiko walikuwa wamefundishwa mpaka kuabudu ng'ombe, walikuwa wamefundishwa kuabudu kuku, walikuwa naabudu they were indoctrinated for 400 years. Nyumrali horo wa miaka 3. Only 3 years ndio na wababaisha. Watu wamekaa kwenye sanamu 400 years. Hata Musa hakuwa anajua Mungu mwingine. Alikuwa anajua Mungu ya habari. Alikuja kujulia Mungu alipofika Sinai kwa mlima, kaambiwa toa viatu. Hapo umefika sasa ni batakati. Kwa toka yule oge wao wa Misri. Alikuwa Mungu wa kawaida. They never cared about anything. Bwana Yesu asifiwe sana. And therefore when God revisited the issue, akamuinua na akamfundisha mambo ya madhabahu, na akamwambia ile vita mnafaa kupigana hapa, hamupigani vita vya kisilaha. Ndio akampatia rugu kwa mkono. Akamwambia rugu, beba hii rugu kama hii ya mzee huyu. Akamwambia kubebaga, ni mudhegi kama ile mudhegi yako mnaonaga. Ni mudhegi. Sasa yeye alikuwa na beba mudhegi ya kujetirimia, lakini ilikuwa na power. So we are talking about an altar that speaks. We are talking on how to win battles without drawing a gun.
We are talking about how to win battles without killing anybody. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuenda tu maana Mungu alikuwa anamuuliza umeshika nini kwa mkono? Aambia na dhibo mothe anaambia gusha chini. Dhibo inabadilika inakuwa nyoka, inaanza kumeza nyoka zile zilikuwa zinaabudiwa. And this is what we are supposed to do. Hiyo ndio ile kazi tunafaa kufanya. Sio kujipaka ati na DCP, kujipaka na Jubilee, kujipaka na UDA, hapana. We are the owners of this country and we need to reshape the country in a godly way. Marenda turuwe nigetha tuitedha kame. These people are witches. Hawa watati, mimi nimekaa na wanasiasa wote. Hakuna mwanasiasa haedagi kwa muganga. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna mwanasiasa haedagi, ukisikia wanaedaga hapa Dodoma, wengine unasikia wanaenda Nigeria, wengine wanaedaga India. Kwani unafikia Raila alikuwa ameenda wapi? Alikuwa ameenda kugagagwa, kuchojwa. Ndio kwa sababu ameambiwa hii ugonjwa hauwezi ukapona, akaenda kuchajwa. Alikuwa akitoka huko anapitia Nigeria, anateremka hapa, akikuja anasimama hapa bila mtu hapa kwa barabara. Hakuna mtu atakihea hata kimoja, hata inzi hakuna. Unasikia amesimama. Aya! Unaona kumefurika watu. Because of the power. Walielewa ni madhabahu. Walielewa jinsi ya kufanya. Ruto mwenyewe wakati alichaguliwa, hakuchaguliwa na kura. Nataka kuniambia system ilikuwa mjinga hivyo. Ati mkubalisha achukue kiti. System ijaishidwa. Hii ilikuwa system ya kwanza kushidwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ilikuwa system ya kwanza kushidwa. Mimi sijawahi ona all over the world. Trump anakuja na anafanya kinaingia huko na kinaingia na kinaanza kupiga dunia mzima because it's a system. Anashika president wa Venezuela, anavugia ndani, anaenda Irani, anaroga, anaua mpaka king, anaendelea kukaa. It is a system, the worldwide system. Haishidagwi. Hii ndio ilikuwa ya kwanza kushindwa na Hasra Nation na Kawilibaro, na ikashindwa na Wilibaro. Wilibaro ilikuwa inaekelewa kwa huko juu kwa lori, inazunguka Kenya mzima na ikashida. Hakuna. Hata yeye mwenyewe si alikuambia sikura, I was prayed into power. Power ya kuombewa ndio ilimuigiza. Alikuwa amefungua kanisa pale kule Karen, State House ya Karen. They had a chapel there. Huko Wairimu alikuwa analalaga huko, anaamukia huko, akina Muheria, akina nani wakiombea nyoka ikue. Walikuwa wanaombea nyoka. Bwana Yesu, eh? Yes. Walikuwa wanaombea nyoka. Na nyoka ilikuwa. Na nyoka ilisimama. Na nyoka ilitembea. Sio ukisema ati kwa sababu hapa unaombea hapa unaweza kuwa unaomba lakini unaombea nyoka. Because Wakristo ni watu hawajui kufafanua, hawajui kuangalia, hawajui kujua. Ruto akaombewa. Ruto akarudi akachukua Waislamu wale wanapigaga dua. Sheikh Hassan alikuwa ametoka Dar es Salaam, akamleta Sheikh Hassan akazunguka Kenya mzima akizika mbuzi aliye hai every county. Bibi yake naye akakuja na kitu inaitwa table banking, akazunguka na wamama Kenya mzima table banking, yeah, without table banking. Hey, nyama kadi makiga nemo hai na to hemetogia gasi kamutogi ka gasi kana kuja kupika chakula, na hakuna nguvu iliyo kubwa kuliko nguvu ya chakula. Kanywe mwagiria ndo mekogerera ke ndio upate boyfriend. Ulipata boyfriend aje? Ulipata boyfriend aje? Tulipatana tu mahali. Alafu mkaenda wapi? Kaenda kwake. Alafu mkafanya nini? Wewe ulipatana na boyfriend wapi? Alinipeleka kwa hoteli. Akafanya nini? Kaninunulia chakula. Akili yako ikaisha, ukahama kwenu, ukaenda kuwashi kwao. Chakula tu, one plate. Ndani ya moyo hiyo. Ni rato milio thame kwa nyu thigo ikara na ku ugioka kigurwa mburi sigino kio kwa sigitwaro kwanyu wo kiuma ku githigo ikara kwa mburi. Bwana Yesu asifiwe sana. Only a plate ndio ilikuwa kamutogi ka gas. Kamutogi haka kana wakaga kila siku kakikuzungumzia. Kakiwaka kila siku kana kuzungumzia. That is the secret of altars. Altars does not value. Haijui wewe ni Mkristo ama wewe si Mkristo, wewe ni Muislamu ama wewe si Muislamu. Madhabahu ni principle ya kingdom of heaven.
Hiyo Ukristo yako kutuletea ati Kristo mimi nimeokoka, tulikuwa tumeokoka. Hiyo nguvu yake yote tuliweka Karen, akajenga madhabahu hapo na tukaanza kuinama huko. Hiyo madhabahu akaenda kila kanisa zote main. Kwanza alienda kanisa zote main. Kama ni Kayole anajua ni kanisa gani main hapo, akajua ni ya Megwe, akapeleka milioni 4. Akatoka hapo akajua Dadora ni kanisa gani, akajua ni ya fulani, akapeleka milioni 4. Alikuwa anapeleka milioni ngapi? 4. Alikuwa operating na namba. Bwana Yesu asifiwe sana. He was operating with numbers. Akatoka hapo akaenda Catholic main, akashika Mohia. Mohia akamata kakitu, Mohia akatulia. Akaenda huko akapata kaenda independent, akajua independent ndio the main church ya Kenya. Si Catholic. Catholic is not the main church of Kenya. The country kikokona ya furori, the altar of the nation, it is independent. Sio PCA, hizo ni foreign altars. Lakini ili baada ya Maumau kupigana, mare walipeleka vitu zao zile walikuwa natumia za madhaga, ile kubeba vitu zao za kufanya kafara zao, walipeleka ndani ya kanisa independent. Pale panaitwa Dote, Odhaya. Hata kwa Dote itulaliuleta wate Kagarithi. Pale kumejengwa independent ile ya kwanza. Yes, unaona mama anajua hapo ndio walieto, hapo ndio iliweko hapo. Kani hiyo usipokuwa na independent, you can never be a president of Kenya. Ndio uliona wakati Uhuru alijua Urutu anaenda pale leta wate hapa Keno kwenda kwa ile kanisa. Uhuru alituma GSU wakarushe tia gasi huko, ndio jamaa asifaulu kuingia ndani wainue madhabahu. Hiyo ndio alikuwa anazuia peke yake, lakini jamani mjaja alienda usiku na akainua. So kuna power. Tuache kufikiria from the political side, tutoke kwa politics. Politics hakuna mahali itatupeleka. Kenya sisi Wakikuyu sasa, kama mimi ni Mkikuyu na huyu ni Mkikuyu na wewe ni Mkikuyu, wacheni na Wakamba na wale wengine hawajawahi tawala Kenya. Wakikuyu usipokuwa na dream, usipokuwa unaweza kuota, ujue na unakumbuka hiyo ndoto, basi utaishi kwenye mashida. Maana hakuna siku, because vitu zilifanyika kitambo, there is a revelation. Unaletwa kwa ndoto, unaonyeshwa. Vitu zinafanyika sahi, unaletewa kwa ndoto, unaonyeshwa. Vitu vitafanyika kesho, unaletewa kwa ndoto, unaonyeshwa. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is why the church must be very alert. And that is why a Christian must be very alert. And that's why all of us lazima tukue very alert. Ndio tuweze kuelewa na kujua what is happening today and what is happening tomorrow. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio ujue what will happen tomorrow, you must be able to understand what happened. Ni nini ilifanyika? Ndio nasikia na kupatia ka historia Maumau na independent church. Ndio ujue ni wapi tunaweza kuwa tulifugiwa. Ni wapi tunaweza kuwa tulipigiwa. Ni wapi tunaweza kuwa kuna kitu kilifanyika ambacho kinatufanyia mambo mabaya. Bwana Yesu asifiwe sana. So therefore for us we want to now to initiate a program kutoka sasa. Nifufue hali yako ya ndoto. Nifufue hali yako ya kuelewa na kuwa na communication na Mungu. Na hali yako ya kuweza kuona mambo ambayo ilikatwa kwako. Maana wakati ndoto zako zilikatwa, a dream is a vision. Wakati ilikatwa, mambo yako yote ilikatwa. Ndio nakutaka watu wengi hapa unaonaga mahali unaenda mtaa fulani, unaona ni kama umewahi kukuja hapa, lakini ukuoni kama uoni. Maana ni Uganda mahali panaitwa Tororo, na unaona hujaifika, lakini ukiangalia ni tori wako roko ndutagoko uliwahi kufika katika ulimwengu wa kiroho. Ulifika huko, ulikuwa ushafika. Mungu alikuwa amekuonyesha hapa huko ni uoka. Mungu alikuwa amekuonyesha hii kitu itafanyika. Unaweza kujikuta ununua nguo mpaka unaona hii nguo ni kama ulikuwa na nguo nyingine kama hii. Hiyo nguo ulikuwa ushaionyeshwa iko jiani, imetengenezwa, imekuja na utakutana nayo. Unaonyeshwa ya kwamba Kenya hii itakuja kulipuka kwa njia hii na hii na hii. Kwa maana tuliambiwa baada huyu mtu akiingia kutakuwa hivi. Wakati wa Uhuru tuliambiwa kiingia kutakuwa hivi. Lakini we tended to ignore because nyota zetu zote zilizimwa. Na nyota zetu zinazimiagwa kupitia kwa ndoto. Bwana Yesu asifiwe sana. So, ndoto, dream is not an accident. Bwana Yesu asifiwe sana. It's not an accident. Sio ati ni kitu ati kinakuja hivi na kuzimwa kwa dream yako unasahau, hukubuki. It is also not an accident. Kuna mtu involved ya kuzima. Kama ukubukagi ndoto na kama hauotagi kabisa ni kuzima, umezimwa. Kila mtu anafaa kuota. Either uote ama unakuwa unaona vision. Mimi naonaga vision. Sasa tukiwa hapa naletua kioo, naanza kuona maneno yako yote. Na pia nalalaga ninaota.
Lakini kuna wakipidi hapa tumekuwa na nyinyi, nilikuwa nimezimwa. Si ati mimi niko special, hata mimi nazimagwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati walimulikuja mkakuwa wengi, mkanidhiororoka hapa, mkanidhiororoka, hata mimi nikaona ngagoko niko kwega. Ngagoko niko Ngai arauga tuthie. Mkasabu kila mtu, Roda alikuja akasema ametumwa na Mungu. Ani alikuja akasema ni Mungu Ngai aramwareirie. Mudogo ito akaja ni Ngai aramwareirie. Uyu aroka rajira ni Ngai raja. Uyu aroka rajira ni Ngai, uyu aroka rajira ni Ngai. Uyu na ithito ukinya hado. Uyu ni uga ni Ngai. Rukiu ni kigogona kire yaka. Mwathani agocwo. Sasa wote wakaniambia Mungu amenituma kwa Bwana. Sasa kila mtu anakuja na hawa watu wananiambia hivi, wanakuja wanaekelea sadaka hapa. Na mimi sijui, mimi nafikiria ni matoleo ya kanisa. Nikienda kuangalia kwa kuhesabu pesa, unaona pesa imekuja mingi sana. Na unashindwa imekuja nini? Unaona kanisa sasa iko na watu. All of a sudden wakati niliweza kuleta nikavaa kabete tu. Niliamua niende kila bete huko. Sade hiyo ingine sadaka ilikuja nusu ya ile ingine. Maana nilitangaza hapa nikasema kama si wewe umeniweka hii, ujue nimewekwa. Nilienda tu hapa kwa Hawkers nikachukua kamoja nikavalisha hapa. Nikasema kama si wewe umeniweka, ujue nimefanya nini? Nimewekwa. Sade. Sadaka ilikuwa kwota. Kumbe hawa watu walikuwa natoa, wanakuja wanasema ni Ngai wajarire, Mungu ndiye amenisugumusia, ameniambia na anawekelea sadaka. Mimi kilimo kia modole na ni haha alikiwa haleluya na agathi kule na agathi gaikara dinaririkana gukaja, sikukataa, sikusema hiyo maneno nimeikataa katika jina la Yesu Kristo. You have to renounce everything. Unakataa immediately. Mimi nilikuwa nafikiria ni nini? Ne dukata cia Ngai. Sigiokete tu dumia ta ici tuna mutumia ta uria nyorokete. Toyo uria nyorokete. Unaona huyu amefaa Dorcas bako unaona kweli huyu ni house mtumia toyo mtu alete mshi pia umebia. Na hiyo maneno inaendelea kujiandika. Na si uongo aliota. Mwingine hapa aliota akipagusa mesa kwangu. Simulikuwa hapa. Kuna mwingine aliota juzi akitandika kitanda yangu. Na kuna mwingine juzi aliota akikamua ng'ombe kwangu. Na kuna mwingine juzi aliota. Sasa hiyo maoto yote, huyu ameota akipagusa mesa. Huyu mwingine ameota akitandika kitanda. Huyu mwingine ameota akikamua ng'ombe. Huyu mwingine ameota akinifungulia gate nikitoka. Already nimekamatwa. Maana nyumba yote, compound yote nimekamatwa na mimi nimekamatwa. Haleluya. Kuna mwingine aliota akinipagia venye nafaa kuwa nikikula chakula ya aina fulani, napagwa hivi, diet yangu inafaa hivi, si amekamata mwili yangu. Kisha mimi. Sasa mliona kaha mundu arahujia. Umugeciria ni muhujia na akuirwo tena alibebwa. Na alibebwa kupitia kwa ndoto. Na watu wengi tunabebagwa kupitia kwa nini? Kwa ndoto. Maana kuna kitu kinafikisiwa katika ulimwengu wa kiroho. Kuna kitu unakamatiwa kwenye ulimwengu wa kiroho, hauwezi kujinasua. And that is why I tell you, a dream is not an accident, it's a plan. Bwana Yesu asifiwe sana. Look at Joseph. Joseph realized alifaulu kwa mambo yake yote, na vision yake na destiny yake aliijulia wapi? Kwa ndoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Abraham alizungumziwa na Mungu ndio akuwe baba wa dunia. Kwa nini? Kwa ndoto. Haleluya. Wakati Mungu alitaka kuleta future ya dunia ama kukomboa Waisraeli, alitumia Musa kwa nini? Kwa ndoto. Haleluya. Any change and transformation that happens in you comes through a dream. So ni vizuri uweze kuelewa ndoto inakujaga namna gani. Na ikikuja ndoto ya ukweli ama ya ubaya ni gani. Maana wakijua umeenda kubarikiwa. Kama sasa wakati Joseph walijua anaenda kubarikiwa, they started a counter plan to destroy him. Ndio nasikiaga hasi watu wote wanaambia kwa ndoto. Si watu sasa kama wale waliniambia ati wametumwa wamesugumusiwa. Mimi nina siku hizi naigiaga hapo kwa chemba yangu, nilitengeneza mahali pa kuombea. Naenda napiga magoti hapo nasema, Fafa, I refuse. Yes, ndoto yako. Maana ulishasema kitu kingine na mimi uliniambia na ukanionyesha kitu kingine. Hii kingine na wewe ulimuonyeshia wapi? Murare na yake Fafa. Ni murare na yake jera katia kudehera confusion. Ni jira kaka hiyo tukari na Ngai. Kama don't bring confusion to me. Ulinionyesha ukaniambia na ni mimi ulionyesha. Na nikafurahi na nikakwambia ni asante. Sasa huyu mwingine amekuja ni wewe ama ni wabadia. Mungu ananiambia hosho ni mukora. Nimekorera ngwiraga niyo karenge. Miugererie. Bwana Yesu asifiwe sana. So when God is speaking and when God wants to change, when God wants to bring something new, he uses dreams and visions to transform,
to change and to warn. Na sio lazima ati kwa sababu umeota ukuwe ndoto yako ni ya Mungu. Hata ndoto za shetani ziko. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakijua unaenda kupatiwa gari na Mungu, gari aina ya Harrier ama Toyota ama gari, kwa ndoto ya kishetani watakuletea Mercedes. Sasa uachane na hiyo kioneki ya Harrier ukibisana na kioneki ya Mercedes. Unaletewa kioneki ya biashara, wewe Mungu amekuonyesha kuna biashara inaenda kufungulia. Immediately wanakuletea ndoto nyingine ya kazi nyingine kubwa na mzuri. Anakuletea ndoto ya gold. Na hiyo gold iko Mosambiki. Hata sio ya gold, anakuletea ndoto ya Mercury. Na alafu baada ya 2 days jamaa anakuja na kuambia kuna biashara fulani Mungu amenionyesha ya Mercury. Unasema hata nilikuwa nimeota. Kumbe ni diversion, umeondolewa. So after a dream, pray and ask God, is this your dream? Kama ni dream yako, repeat it again. Bwana Yesu asifiwe sana. And it is always good to ask God a repeat mara hata ya 3. Mtu anaitwa Gideoni alikuwa anaongea na Mungu, anajua wewe ni gaitura aliyenake, lakini anaweka karoa, anamwambia kama ni wewe hii karoa ikuwe na maji asubuhi. Anakuja anakuta iko na maji. Tena anaruka, anaambia Mungu, kama ni wewe hii karoa hapa kwingine kukuwe na maji, hapa kukuwe dry. Tena ingine, kama ni wewe. Alienda kama mara 3 mara 4. Confirm and reconfirm. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio wakati you are making a move, you know indeed God is on your side. You know indeed. Bana tunarushiwa kwa hizo madream ambazo zinatuondoa katika uwepo wa Mungu. God speaks to us in a dream, but the enemy will counterfeit the same in a dream. God will use the dream to speak to you, but the enemy again itatumia the same dream ku counterfeit. Ndio unaota hivi, kesho tena unaota hivi vingine. Unaota hivi kwa sababu kama sasa wale wote wameota kunihusu. Si hata wewe utaweza kushangaa huyo Mungu. Hapo unajua Mungu huyo shetani alipanda watu wengi ndio waniletea confusion. Na wakati nimepata confusion, from there I will not be able to execute anything. Sitaweza kuachilia nguvu ile Mungu ameniachilia. Sitaweza kufanya ile kitu Mungu ameniambia, maana nitakuwa diverted. When dreams zimeanza kuwa nyingi zinakuvuruta towards different direction, kwa hivyo you are not able to execute the plan of God in you. You are not able to move. And the dream inakuabiaga wakati nyota yako inaibiwa. The dream inakuabiaga wakati wanakupagia. The dream inakuabiaga wakati unaenda kuinuka. The dream inakuabiaga wakati mambo mapya yanaenda kufanyika. Na watu wengi kazi zetu, ndoa zetu, nyumba zetu, huduma zetu zimeibiwa in the dream. Bwana Yesu asifiwe sana. Na baraka zetu, kufaulu kwetu na kila kitu tumeibiwa amba kubarikiwa in the dream. We are not hatupatage baraka hapa. Before something happens, kabla hiyo gari ikuje, kabla hiyo ndoa ifanyike, kabla hiyo kazi yako iaguke, kabla chochote kifanyike katika maisha yako, hiyo kitu kinakuwa kishafanyika na ulionyeshwa kwa dream. Bwana Yesu asifiwe sana. Ulikuwa umeonyeshwa in the dream, na lakini wewe haukufaulu kujua. Maana wewe uliona umeota mkiwa katika mazishi na ukafikiria kuna mtu anaenda kukufa. Kutoka hapo kaanza kwenda kukemea katika jina la Yesu Kristo, ninafunga roho ya kifo, ninakana makaria katodododo rebebebebebe. Unakemea na ndoto hiyo haikuwa kifo. And that is the wrong interpretation. Ukiona umeota kama umekufa ama kuna kifo ama kuna mazishi inafanyika, ukiona unaota na saduku ama mtu anazikwa na hujui ni nani, ni wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama hujui ni nani, ni wewe, ndoto hiyo ni yako. Umeelewa? Ama mko kwenye mkutano, ulikuwa kwenye mkutano, hujui ni akina nani. Ulikuwa kwenye mkutano lakini hujui ni akina nani walikuwa huko, ama hujui ni kitu gani. Hicho kitu kilikuwa kinafanyika ni chako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiona unaota katika hali unaona kuna kifo, si kifo physical, ni transition. Unatoka kwa hali hii unaenda kwa hali hii nyingine. Haleluya. Kwa hivyo usiende kukemea kifo. Hakuna kifo hapo, ni transition. Unainuliwa. It's a transition from the one level to another glory. Mwadhani ya washo. Sasa hapa Wakristo wengi hapa, wangapi wameota kama wamekufa? Kuna mama amekuja hapa kuniambia ni dada huko midherie gekuo. Kuna mama aliniletea 100,000 kwa sababu ya ndoto ya kifo. Mimi nikaichukua haraka, nikaiweka mfuko. Nilipoiweka mfuko sasa ndio nikamuelezea maana ya
Maana ningempatia awali hiyo 100 ingetoka kweli? Haingetoka. Niliweka kwa mfuko kwanza. Sasa tukaanza kuzungumza kai. Huko tikokuwa. Nikaona ameangalia pale alikuwa amewekelea pesa. Nikaona okay, ni budget ya pesa hiyo. Nikamwambia sasa hizo hata nimerusha kwa ile kitu na imefungwa na treasurer wetu amefunga ameenda. Nikamuelezea ni nini ilikuwa ifanyike na ni nini inafanyika kwenye maisha yako. Na alipofanya hivyo alijipata na akaona baadaye alipata visa yake. Visa hivyo tu ya kikazi. Akaenda Amerika. Sasa ni mtu mkubwa sana Amerika. Nikamwambia that was a transition. Hiyo kitu ya zamani, ile roho ya zamani na ile mipango ya zamani shetani alikuwa amekuwekelea ndio inakufaga. That is what you see in the dream. Then from there you get a new life that transits you to the next level. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Tuangalie kadhaa hapa, ni nyingi na tutaenda, niliwaambia tutaenda tukiedaga tusome mpaka tujue what happens. Tutaanza na dream nzuri ndio tutamalizia na dream mbaya. Si ndio? Zile za mnajua mkisikia nini hata pesa zitaongezeka kwa sadaka leo. Tuangalie a dream when receiving a key. A dream when receiving a key. Wangapi hapa wameshai kuona ndoto uko ndani ya uko na kifunguo, umepata kifunguo? Bwana Yesu asifiwe sana, kifunguo. Now this dream has two parts, has a negative part and a positive part. Bwana Yesu asifiwe sana. Let us look from the positive part. When you have a dream receiving a key, ni kumaanisha kuna milango katika maisha yako imefungwa. That is why umeletewa kifunguo ndio uende ukafungue. And meaning that hiyo milango iko tayari kufunguliwa. Inaweza kuwa ni mlango ya ndoa, mlango ya biashara, mlango ya huduma, mlango ya kusafiri kwenda mataifa ya nje, mlango ambao ilikuwa imefungwa awali na haukuwa na kifunguo cha kufungulisha. Mumaanisha there is a power that has been released to you now. You can unlock your life. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia unaweza kuota ukiwa umepatiwa kifunguo, alafu mkiwa kwenye gari mkafanya accident, ama mtu ng'ombe ikakuja ikakutisha ikakurusha hivi ukaagusha kifunguo, ama ulikuwa umeshika kifunguo ikaaguka kwa mto, ama ulikwenda choo ikaaguka kwa choo, ama ukaisahau mahali. Ni kumaanisha there is a negative part of it. Umepatiwa kifunguo lakini kuna mtu amekuandama. Kuna mtu alikuwa anajua unapatiwa kifunguo, akakuandama, akakushika, akaiba hiyo kifunguo. That is a key stolen. So wewe kule biguni kifunguo kimelilisiwa. Sasa hapo ndio unaletaga mapambano ya hapa duniani. Si mapambano ya biguni tena, ni mapambano ya wapi? Hapa duniani. Maana kifunguo kimeibiwa. Hakikuibiwa biguni, kimeibiwa wapi? Hapa. So usianze kwenda baba ninakuomba, achilia. Hapana, sasa ni hapo ujue mchawi, muganga, murogi, yoyote ambaye ameshika vitu zangu, ninakupokonya katika jina la Yesu Kristo. Ninakupokonya katika jina la Yesu Kristo. I bind, I destroy you who is hiding my key. Bring it back. Unaicommand. Maana wakati mtu anaitwa Danielo alipoenda kuomba siku ile, aliomba siku ya kwanza ndio milango yako ilifunguka. The key was dropped the same very day alianza maombi. Sasa wale tunaendaka Katoroni, tunaendaka huko Heaven's Gate, nenda ukue sensitive. Ukiingia Katoroni usikie ile maneno yote imekuleta hako ni kama Mungu ameijibu. Sasa safari ya kwenda the same day. Sasa safari ya kuacha waste more time. Sasa kuweza kutafuta hizo vitu. Maana Danieli alipoada maombi, vitu yake ki yake iliteremka immediately, lakini aliendelea kuomba. Kumbe imekuja imechukuliwa na nani? Na mfalme wa Persia. Sasa yeye anaomba, Horina kantarababosha. Unajua Danieli alikuwa Mkikuyu. Horina wanapewa Kikuyu, anapenda kuomba sana. Riakatarababashe. Hata Mungu akimunenea riandololo. Yaani anashirika from morning to evening ni maombi. Na Mungu anataka unyamaze akuzungumzie. Wewe ni makelele kaka. Koko. Bako unaanza kulia kama Buddha. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa katika Danieli akiomba siku ya 20 hapo 19 ndio akarealize maneno sio vile nafikiria. Akaambiwa siku ile uliomba ndio nilikupatia maneno. Akaambiwa nenda tafute vitu zako ziko huko. Sisi hueta huko. Kwenda kuangalia akakuta kumbe vitu ziko na mtu anaitwa mfalme wa Persia.
ndio Mungu akamhurumia, maana alikuwa amechoka. Mahoya magire mweti mega makohoya muno utahoma, utachoka. Maana sasa Danieli alikuwa amechoka. Ikabidi Mungu ateremshe kwa sababu ya huruma tu, maana alijua mtu ni innocent. Kwa sababu ya huruma akatuma malaika anaitwa nani? Michael. Michael teremka, maana malaika Gabrieli alikamatwa kitabu. Si kumaanisha ati kwa sababu nakuwa na malaika, kwa maana unasikia kati ni na malaika 5, malaika wanga wake, malaika wa ilio, malaika wa mukimo, malaika wa turugi, malaika yake. Hawa malaika wako watakamatiwa kule na wakaona huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu ni Gabrieli mwenyewe. Gabrieli na Gabrieli ndiye anatupatia maono. Gabrieli ndiye anatufanyaga idomereli hizi prophet hizi zote ni za Gabrieli. Lakini ina yeye na prophet zake na maono yake na vitu zake alikamatwa na mfalme wa Persia. Akakaa na huko. Akaanza kuzunguka na yeye. 21 days alikuwa anazungushwa huko juu. Ilibidi Michael akuje na panga. Alikuja na panga jora. Akakuja akatoa vita. Vitu za Danieli zikaachiliwa. Kwa hivyo usifikirie hata malaika anaweza kukusaidia sana. Anaweza kukamatwa. Na imagine kama malaika amekamatwa na wewe je? Tafinywa. Ukiona mumete ogwo muikarete ogwo tondu mutie uyi. You need to understand yourself. Bwana Yesu asifiwe sana. Understand how God operates. The moment you understand how God operates, you will be able to come out of the situations that you are in, because they are easy. Very easy kutoka kwenye situations. Kuna venye mimi kama sasa hiyo nimesema wakati nilifanya an idea, nikafanya a decisive decision. Nilienda kwa mlima kule Gong, nikauliza Mungu, where did I go wrong? Mungu aliniletea screen, akanionyesha hii ni nyoka ndio umeweka cheo fulani. Hii ni nyoka ndio umeweka cheo fulani. Hii ni nyoka ndio umeweka hapa. Hii ni nyoka ndio umeweka hapa. Nikaangalia wale watu wote ambao nilikuwa naomba mawaidha, ambao nilikuwa na share nao vision ya kanisa, ambao nilikuwa na share nao kila kitu, wote nilionyeshwa. Mmoja ni cobra, mwingine ni python, mwingine ni black mamba, mwingine ni green mamba. Zote zilikuwa zinaniangalia hivi, zinanirabaraba huko. Ninataka kauli kwa mpaka ingine nikaona ina ulimi inavuruta kitu, inanivuruta kama magnet. Na hiyo ndio kwanza ndio nimepatia, ndio namuitaga wakati hata kwangu namuita nyumbani, nambuja made ne huru kakakoi kama usitoshirage hanini. Kumbe una invite nyoka kwa nyumba, inakuja inakumeza pole pole, wakameza wakavuruta na murija. Walikuwa navuruta na murija ni kama wale waluya unawahaye naya molinaya moli wakivuruta murija. Unajua waluya wanakunywa hiyo, tunaenda wakati niko naishi Kibera, tulikuwa tunaenda tunakunywa. Unavuruta murija yako na weka murija mwingine ni nyugu moja, alafu unarudisha ukivuruta, unarudisha ukivuruta, unarudisha mkivuruta. So the power of the key ni kusema imekupatia access. Ukiona kifunguo umetumiwa ni access. Kuna kitu kilikuwa kimezuiliwa, kuna mahali palikuwa pamekwama, kuna jambo fulani lilikuwa limekwama katika maisha yako. Ukiona una ndoto ni kumaanisha hiyo mkwamo ilikuwa imewekwa, imeondolewa, sasa umepata access. Kuna mahali unaenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Namba 2, ukiona kifunguo, ukifungua ile mlango, unafungua ile mlango kwa sababu uko na authority. Kuna mtu mmoja au wawili tu nimepatia kifunguo. They have my authority ya kukana kifunguo ya kanisa. Now you get what? When you get the key, you get the authority. Ukiona kifunguo imeteremka, kuna authority fulani imeachiliwa kwako. Na hiyo authority ndio inakufungulishia, ndio inakupeleka mahali popote unaenda na unapata kibali. Kuna mama fulani hapa aliniambia maisha yake ya kuomba ilikuwa imepotea, lakini wakati tumeanza kuomba maisha imerudi. Meaning kuna kifunguo iliteremshwa. Kwa kuna kitu kilikuwa kimeibiwa ndani yake. Kuna nyota fulani, na ni mtu mmoja tu alikuja kwa maisha yako. Anaweza kuja kama mwanamke mlale na yeye, abebe kifunguo. Anaweza kuja kama mwanamume mlale na yeye, abebe kifunguo. Anaweza kukunulia chakula, muende tu kwa hoteli mkule chakula. Hiyo maana anaweza kukuletea nguo, akupatie nguo yake tu. Nguo yake. Nguo tu kana karatu, kana gathogiri na wagiri uko marege hani ukuona. Anaweza kuletea karamu, anaweza kupatia kitu tu na inaenda. Na unakuta nyota yako imeenda. Kitu kidogo. Alikuja akaona wewe unafaulu sana kwenye kazi. Unafanyaga kazi, uko na customer nyingi, anakuletea kazi. Kazi tu, anakupatia pesa. Hiyo pesa imegagwa, imetengenezwa. Basi kutoka hapo unaweza kuona kasi yako ikiteremka. Kitu ile wanakurushia pombe, unaanza kukunywa pombe, unaanza kukunywa bagi, unakurushia wanawake, unakuta sasa wewe ndio hodari kwa wanawake, unakuta una wanawake kama 7-8. Kuna siku nilikuwa hodari na hiyo maneno.
Nilikuwa naweka mmoja hapo, mwingine kwa compound moja kama hii tu, unaweka mmoja floor hii, mwingine floor nyingine, mwingine floor nyingine, mwingine doa ile nyingine. Kumbe ni nyota yangu walikuwa nachukua. Kumbe ni kuniondoa kwenye plani ya Mungu. That is how they remove you. Sio watakufanya kitu kibaya, watakurushia kitu mzuri hata ukijiona naona kama ukikula unatumia nana damari si itori. Umweha hori ngina hari uri ungi hari na uri ungi hari na wena kanini kaya goka riu ke kuria niko muranywa nako ri. Ungefiri atia? Mundurume afiraga atia? Is a king. Unajifiri wewe ni mfalme. Wewe ndio kusema. Na hawaelewani mpaka wanakupatia kitu yani kipawa kingine. Hakuna mtu hata watakuja kwa meza moja, mtakunywa na mtakula na hakuna mtu anajua mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. That is when they have stolen your key. That is when they have stolen your star. Hizo wameiba na wamekuwekea pasia, haujielewi. So they give you a temporary glory. Wanakuinua kwa vitu zingine, wanakupatia temporary glory. Sasa wewe unajiona wewe mtu wa maana, unajiona wewe ni mtu special, wewe ni mtu ambaye ni mtu wa yani ni igeta charity kuja, unaona charity anakuja kama amenyenyekea. Haraka naita roda anakuja kama amenyenyekea. Unaita Frida anakuja kama amenyenyekea. You think you are powerful. You think you are special. You think you are honored. Kumbe ni hirisi uliruhusiwa ya kuondolewa kwenye mpango ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. So another dream, when you dream while harvesting. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuota wakati unavuna mahindi ama unavuna boga. Bwana Yesu asifiwe sana. When you dream while harvesting, it means your new season has arrived. Ukiota ukivuna. Ukiota biashara yako, sasa watu wamepanga laini kwa duka yako, kununua. Ukiota umeenda Kampala, umenunua, umeharvest, umelima chakula, umelima mihogo, umelima rice, umelima na kuvuna, unavuna. Ni kumaanisha a new season. Season yako imefika ya kubarikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. And this is what I came to declare today, that season yako imefika. Lakini kuna kitu kingine inaweza fanyika. Unaweza kuona umevuna, waizi wakakuja wakaiba. Kumaanisha season ilifika lakini ikaibiwa. Kwa hivyo season inaweza kufika na ubarikiwe na uambiwe sasa maneno imekuwa mzuri, lakini muisi akuje achukue. Kule biguni kitabu imejazwa, ulibarikiwa. Kwa hivyo hata ukirudi biguni wanasema katika neno sio wewe ni subua. Hata kwa hapa nakuja kana naambia mtu, naona bado nataka kwenda kunifuata kwa ofisi. Na biaga na nani pale naambia, abia huyu aende umuodoe pale akuje padihi. Ndio akirudi akikaa kidogo mumpeleke pale. Akikaa kidogo mumwambia chomoke. Maana nilimuombea na maombi ilifika. Sasa wewe ngoja maombi igie. Sasa nimekuja nimekuwekelea mikono hapa kwa ofisi yangu, nakuja kufanya nini? Ndakuigeza kwa ndako hoera, ndakuiteleria maguta, nimekubariki. Kwa ofisi ni baraka nyingine tutaenda kuchota. Kuna mtu mwingine hapo lisikia? Iko na baraka zimebaki nitakuchotea. Hapana, it's because you are tagged. Umekamatwa. Sasa huelewagi ukibarikiwa. Huelewagi ukiambiwa mtumishi wa Mungu akikwambia barikiwa na milango yako imefunguka. It is enough. It is enough. Just go. Wacha wabati baba katika jina. Yes, your gimmicks. Those are gimmicks. I only need. Mimi niko na anointing. Bwana Yesu asifiwe sana. Anointing yangu mimi nakuanga na an office inaitangwa a prophetic office. I don't need to pray for you. I need to say just release. Mungu amekubariki. Milango yako imefunguka. That is enough. Hiyo ndio mtu anaitwa Michael. Alienda akaambia mfalme wa Pasha, achana na huyu mtu, akaachiliwa. Hakuna fibo alitumia, achana na huyu mtu. Ndio hiyo mtu Musa alikuwa na fibo. Anaambia umeshika nini? Fibo. Agusha chini, inakuwa nyoka. Unaagusha nini? Unashika nini? Fibo. Akaagusha, akapiga maji, piga hiyo jiwe. Maji inakenda kado na kado because of that power. Na hiyo ndio inaitangwa the altar that speaks. The altar. Kuna watu wanakuaga they themselves, they are altars. Wanatembeaga ni madhabahu. Akienda mahali popote kuna kitu kitafanyika. Kwa akiingia kwa maisha yako anaweza kukunyonya. Kama ni altar wa kishetani, akiingia tu mkishikana, ulikuwa milionea, unaanza kuteremka. Unasikia kagari kako moja, lori moja yako imeangukia Mombasa. Ukikaa kidogo unasikia ile gari yako ulinunua juzi Mercedes na ilikuwa jana ndio ulikuwa ukata insurance, ukasahau. The following day unasikia imegogwa. Imeisha yote.
Unakaa miezi ingine mitatu, unasikia kitu kingine imefanyika. Ukikaa miezi ingine 3, unasikia mtoto yako amegojeka. Ukikaa nige, kwa sababu kuna mtu aliingia ndani yako ambaye amebeba madhabahu ya shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Na huyo mtu atakuhakikisha, na ni kutumwa, ametumwa. Hallelujah. God uses men to help you. At the same time, the devil uses men. There is no way God comes to you straight. Anatumiaga mtu kuwa baraka yako. Ndio mkuje, ndio uende upate kazi. Lazima kukuwe kuna mtu mwenye kampuni iliyo na kazi ndio upate kazi. God uses men so that these men will become a link of your favor, your grace, so that you can be able to move. Sasa ukiona uliharvest lakini hizo vitu, ama uliharvest, walipo uliharvest mvua ikanyesha, ukaona hizo vitu zako zimeanza kuosea kwa shamba, already kule biguni umelilisiwa, kila kitu imelilisiwa kwako. Wewe na ido sio the kitabu ya biguni inasema wewe usiru, hata wamefunga mlango na wamesema huyo failo yake imetoka, lakini hapa chini ni mahangaiko. Hiyo ndio mahangaiko ilikuwa na Danieli siku 21 akihangaika na vitu zilikuja the same day aliomba. Kwa hivyo kuna watu hapa vitu zako zilikuja, na hizo vitu zikikuja, wacha niwaambie siri moja, hizo vitu hazirudigi biguni. Wakikuja ni malaika wanaletaga failo yako na gari yako, nyumba yako, mzee wako, kwa sababu naona watu wengi hapa wako na wazee. Lakini kule biguni najua mko na wazee. Lakini sasa wakati uliomba huyo mzee ukiwa kwa Harrison Ng'ang'a. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukaona mzee amekaa sana, ukakimbia kwa Ezekiel. Ukaona kwa Ezekiel mzee amekaa sana, ukakimbia kwa Manyuru. Ukawa kwa Manyuru ukaona mzee amekaa sana, ukakimbia kwa, sasa uko kwa Waroige. Lakini ile PO box ilitumika kudeliver mzee wako ni ya kwa Harrison. Ile barua unaandika ile unasema passport yako itatumwa wapi? Yaya, DHL Yaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ulirudi ukatoka DHL Yaya, ukaenda DHL Murang'a. Sasa parcel yako itapelekwa wapi? Yaya. Ndio unaona kuna watu wanakuaga tunaitaka caretaker. The heavenly caretakers. Hao unakutaka mtu anatajirika from nothing. Hakuna biashara anafanya lakini vitu vinamkutaka mahali yako. Unakuta mtu anakuja anasema dena kakari hai na tudeda godi deda una kila shiki kimona kile 50 na hiyo gari ni ya milioni 1. Nyabe thie kahatore murigo hatete mubada. Unakaa na gari. Sasa kienda huko murigo naye anakuta imeibiwa na Joho na wale wengine wameiba, wameenda wamepora. Sasa ukirudi unashindwa kwenda kuchukua gari yako na unashindwa kwenda, hauna mzigo na hauna pesa ya kukoboa. Umasikini, alafu unasikia begi na hiyo inakupigia kasimu inakuuliza pesa utalipa siku gani. Hapa mwingine anakuja pesa si kwa sheho. Kumbe ilikuwa ibenefit this caretaker. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kuna watu katika dunia hii, they are here, they eat, they drink, na they have no job because they are chosen from heaven to caretake, kushikilia mafara wajiga, wacha niwaite wajiga, wale walihama kanisa, waliitishia mligo kwa Harrison wakawachana. Hiyo kodi ulipatiana mahali Mungu alikupatia, pale mlipata signal ya biguni, hapo ndio msigo italetwa. Sasa mwambie mwenzako, muulize umeruka kanisa gapi? Muulize tu, urogarugeta kanisa shikana. Muulize. Mwambie sasa rudi kwa hiyo kanisa. Mahali uliazia, mahali ulisikia ni kama Mungu amekunenea, urudi hapo. Tolo ni kwa murigori. Na leo murigo cionka, wana ilo Harrison Ng'ang'a. Harrison ilo nikiona agitwarire kirejiro batoneke ateka wa matuini. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaona ako na mashamba mataito amepatiwa kwa sababu nikiateka wa biguni. Sasa kwa sababu hazirudishagwi, zikiteremuka hazirudishagwi. Hiyo kurukaruka, na hiyo tunaitaka kurukaruka. Hiyo kuruka kutoka hapa kwenda hapa ndio imefanya ukue maskini. Maana vitu zako zilikuja, but zilikuja kwa ile PO box. So it is very important when you have a dream that is awake, it will reveal to you ni wapi. Ukiuliza Mungu, nyonia kule idoshia kwa ile, atakuonyesha. Atakuja kwa ndoto. Ukiona mtu anaitwa Solomon, Mungu alimubariki kupitia nini? Kwa ndoto. Bwana Yesu asifiwe sana. So that God communicates to you through a dream or a vision. Therefore, kama uliona hizo vitu mizigo yako uligetha lakini ikaosea kwa shamba, ni iliharibika. Dream yako iliingia vizuri, Mungu alikubariki, Mungu alikupatia vitu zako, lakini kuna venye ulimisuse, ama ulisahau, ama ulikuwa careless, zikahosea kwa shamba. Kai, nenda nyanya ilolete. Na hiyo ni akeri. Na hadi na 65.
Tumeangalia hii dreaming with the ripe fruits. Yes, andika hiyo. Dreaming with ripe fruits. When you dream, ukiota ukiona unakula midhafifu, unakula maembe, zote zimeiva vizuri, it is an indication your financial breakthrough is ready. Umepata financial breakthrough. Ndio unaona hiyo matunda imekuja. Maana fruits ni matunda, ni baraka zile zinakuja. And the Bible says about the fruits. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtaenda mtaangalia sijui ni kitabu gani nitakuangalilia. Alafu tusome. When you dream with ripe fruits, your financial harvest is ready. Yani ukirota hiko ciothe wote ukiona matunda imeiva vizuri, avocado imeiva, midhafifu imeiva, kila kahawa kameiva vizuri, ni kumaanisha your financial harvest is ready and your seeds are about to produce. You are about to start now. Wewe sasa you are ready to produce. You are about, your seed is about to produce. Sasa ni kuja kuleta maodo mega. Mwadha ni yakosha. Kama ukiona hujaota hiyo na fruits ukikula, alafu fruits inaweza kuwa on the other side. On the other side, unaweza kutoa fruit ukuta ziko na wadudu. Kumbe your financial breakthrough ulirogwa. Ndio kwa maana pesa hazikujagi. Ziko zinakujaga lakini hazikusaidiagi. Na ukiona mama mzee ama mama mzee ama ukiota ndoto na mama mzee ama mzee ayote ule ameshika kanoti na nikamzee sana, ujue that is not a finance, is a counterfeit of the fruits. Na ukiona anakupatia kwenye magomano ya jia, uote ndoto amekupatia kwenye jia zinaenda kado kado, ukiona mtu anakupatilia pesa kwenye magomano ine ya ajira, then avoid that money, cancel that, because amekuhuruja, amekuspata, amekudistribute. Hakuna siku utakuja kufaulu. Utapata pesa, utakuwa na pesa mingi, lakini hizo pesa yote unakaa kidogo. Baba, angalia, unakaa kidogo. Cheza na kamera, simamisha hapo. Sasa ukichukua unachukua pole pole, si kuchukua second unatoroka. Hata kama mna communicate mwambie hivyo, ndio unaenda ukichukua system vizuri, kuwa settled kidogo. Bwana Yesu asifiwe sana. When you see this dream, you need to be very cautious. Your dream how did you act when you had the fruits zimekuja? Ndio you need to be, ukiona ndoto ya matunda, be very cautious. Act very fast and be very cautious. Ukave hiyo matunda. Maana matunda inaosaga haraka. Bwana Yesu asifiwe sana. Matunda inakuliwa na madudu. Matunda inaweza kosa market. Kwa hivyo you need to be very cautious. Ujue season yako ya kubarikiwa imefika, lakini how to handle that season, it will matter. Unaweza kuachiliwa baraka, unaweza kuja. Kuna watu wanakuwa kwenye season yao wanapatanga baada ya miaka miwili, miaka mitatu ndio unakuta baraka zako. Ndio unakuta milioni kama 10 zinaingia, milioni 20 zinaingia, milioni 100 zinaingia. There is time zinakujaga. Na katika hiyo wakati zinakujaga, ukiwa umelala utapotea. Zitakuja zitabebwa na mtu mwingine. Utaona mtu akiendesha ile gari ulikuwa na dream. Ulikuwa na ndani itabesha ishikagura kile jito. Itapatia Ford Ranger. Unakuta yule mtu amechukua ile kara na ile kitu ulikuwa unafikiria ndio anaendesha. Ama ile nyumba alijenga, it is your dream house. Maana your dream has been changed. Imeenda. You are not careful to monitor the movement of the dream. Did the fruit fall and yours? Did the fruit fall? Katika hiyo ndoto, ukiota hiyo ndoto ya matunda, hiyo ndoto, hiyo fruit yako ilianguka na ikaoza. Kama ilianguka kutoka kwa mti na haikuangukia kwa mikono yako, meaning even though kuna financial breakthrough, hazitaingia. Mwadhani ya gosho. Na kama zilioza, ujue maisha yako imeoza. Hakuna biashara utafanya isimame, although utafungua biashara. Hakuna kitu utafanya kisimame, although utakuwa na chance na hiyo motivation ya kufanya hiyo kitu yote, you'll be having it. Lakini hakitafaulu because hiyo matunda ilianguka chini, ikaoza, ikakuliwa na kuku. Na kama ilikuliwa na kuku ama ikakuliwa na tule tu vitu tunakujaka tonyoni ama magogo zile zinakujaka zinakula, it means pesa zako zitakuja, no sikulione magogo. Sikulione tonyoni. Utakuta sasa zitakuja magonjwa, zitakuja kwako, mavitu mingi zitahappen katika maisha yako, kumake sure hiyo pesa yote imepotea.
Utakuwa na mamilioni ya pesa, lakini hiyo pesa yote utasikia kansa imetokea, pressure imetokea, kitu imetokea, accident imetokea, kwa sababu kuna kitu hakikufanyika. Haukuweza kushikilia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninakuombea siku hii ya leo, chochote ambacho kimeachiliwa kutoka mbinguni, any financial breakthrough released from heaven, ifike kwa mikono yako in the manner that God wants. Bwana Yesu asifiwe sana. Another one inasema dreaming with water, clean water, river water, stream water ama clean water. Ukiwa na ndoto uone maji, river, a clean river kama zile za huko Mount Kenya, and all a clean water, mahali maji ni masafi, ni kumaanisha na anga yako ni safi. Bwana Yesu asifiwe sana. Anga yako ni nini? Ni safi. Lakini ukiota uone huko maji iko na sewage, maji iko na mafi, maji iko na kitu kibaya, ni kumaanisha anga yako nimechafuka. Hata biashara ile utafanya haitafaulu, maana imechanganywa, imechafuka. Na clean water inaleta mambo ya breakthrough, that means indicates financial abundance. Inaleta kitu inaitwa financial abundance, but must be clean and clear water. Ukiona ndoto ya clean and clear water, kuna abundance, kuna uongezeke, unaongezeka, kuna baraka imekuja. There is something that is happening in your life. Kuna vitu mingi zitakuja, baraka nyingi. Utaona brother yako mwenye hakusugogi na wewe yako Amerika amekupigia simu na kuambia nenda kuikelia giri 30. Ukikaa kidogo nasikia sister yako mwenye alikuitaka mchawi siku fulani anakuambia nenda kuikelia giri 100. Unasikia mwingine anasema kwenda kamugoda kehanya kale gako ai no wende kuoya. Inakuta kuna vitu zinaanza kukuja kwa wigi, but also this dream must be clean water. If you dream with clean water, but if you dream with that water, Bwana Yesu asifiwe sana, that water ama still water inamaanisha stagnation. If you see yourself in a dirty water, kuna stagnation katika maisha yako. If you see yourself in a dirty water, kuna kitu inaitwa confusion katika maisha yako. Yani you are there but you are not there. Whatever you are doing in the ministry, kama hivyo tulikuwa kwenye ministry wa kipindi hicho kwa mwaka kama moja hiyo imepita, tulikuwa in the confusion. We have a ministry but in total confusion, because the people sikuleta watumishi wa Mungu, nilienda kutafuta marafiki wangu, na marafiki wangu wote walikuwa wanafiki. So I stagnated. The water was there, yes, but I was stagnated until I realized I'm in a pool of that water. Nikavuja kila kitu, nikapasua kabia hiyo maji itoke, ndio maji mzuri ikuje. And also when you have that water, there is a death of a vision, kifo ya maono. Ukiona katika maisha yako unaota na maji machafu, maono yako inakufa ama imekufa already. Sijui kama mnielewa. Hiyo simu ni ya nani? Ni yako? Sikuwa unajua unakuja kanisani. Also that water simplifies that there is a delay in your life. Ukiona una to delay maisha yako, unataka kufanya kitu lakini kuna delay, unaambiwa kuna kujia pesa fulani siku fulani, unaona kuna delay, unaambiwa kujia kitu fulani siku fulani, unaona kuna delay, ni kumaanisha kuna ndoto ulikuwa umeota ya kuonyesha you have what? You are in a dirty water. Dreaming of gold, silver, coins, currencies is another dream. Dreaming, ukiona gold, ukiona silver, ukiona currencies, when the coins and the notes are clean, not when are dirty. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiota na noti ambazo ziko na uchafu, ni kumaanisha kuna uchafu. Hiyo pesa yote uliko nayo ni chafu, haina mahali itakupeleka. Lakini ukiota ndoto na noti ni mpya za bangi, za kutoka Central Bank, then there is something in you. There is a vision. Kuna kitu kipya kinaanza kuchipuka. Kuna breakthrough ambayo imeanza, na hiyo breakthrough itakupeleka mbali sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Another one, dreaming while climbing mountain or stairs or reaching the top. Lazima sasa ukajiulize kwenye hiyo dream, ulipanda ukafika juu ya mlima ama ulifika katikati? Hizo stairs ulipanda ukafika mwisho. Kama haukufika mwisho, safari yako ilifika. Biashara yako itakufia katikati. Kama hukufika kilele, kila kitu naanzisha, hata doa yako itafika katikati. Something will not work.
somewhere. Lakini kama ulipanda ukaenda mpaka kileleni pale juu, ni kumaanisha utakuwa na breakthrough, spiritual breakthrough. Maana umekubalishwa kupanda. Ukiona stairs unapanda zote mpaka unafika mwisho, there is spiritual breakthrough. Lakini ukiona ulikwama katikati au kufika, kiroto gyaku wagurumuka togothi akire matwabata twakinya hado katakati ndagurumuka, umenya wena thina. Hiyo kugurumuka yenyewe ni enemy ameactivate, ndio usione ama usifikishe kufika kule juu. Hiyo unaweza kuiona in the book of Proverbs chapter verse number 2. Dreaming, climbing the mountain. And therefore there is a new elevation and it represents the kingdom. Mountains represent the kingdom. Bwana Yesu asifiwe sana. When you see a mountain, it represents the kingdom, ni ufalme. Kwa hivyo wakati unaona una climb, unapanda juu mpaka mwisho, ni kumaanisha huo ufalme umekuitikia. Kwa hivyo chochote ambacho kimeshikana katika ule ufalme, ukinaenda kufuguka na kinaenda kukuonekania katika mazingira mazuri na mema. There is a major, when you see that, there is also a major financial growth. Ukiona umepanda mlima umetoboa, there is a major financial growth. Tuangalie ingine bili, kitu itaenda sana. When you dream flying, hallelujah. Najua kuna wengi hasa hapa wame dream kama wakifurahi. How many have you dreamed ukifurahi? Mtu ameota kama anafurahi, inua tu mkono juu. Mtu ameota akifurahi? Yeah. Yes. Mtu ameota kama umeota when you flying. Bwana Yesu asifiwe sana. This one flying, you are a chosen, it means you are a chosen. A heavenly chosen one. Hallelujah. Amutikage tuitere. Ukiota ukifly, you have a supernatural authority in you. You have a power, a very powerful, and nobody, not many people can be able to overcome or to come near you, because wakikuja kukukibisa unakuwa na mabawa, kumaanisha anointing iliyo ndani yako iko juu sana, haiwezi kufikika, haiwezi kufanya nini, kufikiwa kwa haraka. So you find that flying are a chosen people, and also flying means the freedom, spiritual freedom. Uko na freedom, umeotoka. Kama sasa kigogo ukikemakia hivi kinatoka juu, kinakuwa na freedom, you cannot be able to touch them. Bwana Yesu asifiwe sana. And also when you see yourself flying, you are entering into a new spiritual season. When you see yourself flying, you entering into a new spiritual freedom. Kuna anga fulani unaingia, na anga hiyo iko na nguvu, iko na power, na iko na authority mingi sana. Kwa hivyo hata wale ni wachawi, lakini ukiona unafurahi, ni kumaanisha inside you there is a seed of God. Inside you there is an authority, there is power. There is a power ambayo ni kubwa sana, lakini sio kama ile. These people are spiritually gifted. Hawa watu wanaotaka wakifurahi, they are very spiritually gifted. Yani wako na vipawa. Ndio unaona watu wengine hapa wamechanganyikiwa kwa sababu walijulikana. Ukiona watu wote wamefurahi, hebu inua tena mkono. Watu wale wamefurahi, sasa mikono imeongezeka. Sasa ukiwaangalia wote, ukiangalia tuanze na yule, tuende na huyu, tuende na huyu. Nani mwingine hapo nyuma? Na huyo, na huyo, na huyo, na huyo. Look at them. They are totally confused. Totally. Waangalie na uwafuate na mkae na wao chini. Kaa na yule chini atakwambia maneno huwezi kuelewa. Kaa na huyo chini, kaa na huyu. Huyu kwanza ni fogodhari kabisa. Uwekae wote hawa wameinua mikono. Nimekaa na wao chini, but they are totally confused because kuna mahali walipedurua. Walikuwa Kameme, wakaekwa Inoro. Sasa hawaelewi frequencies, hawaelewi. Maana walijulikana kule biguni what they are coming to do. So the frequencies zikagauzwa. Wanashidanga hapa kwa ofisi wakilia. Kumbuka kama huyu siku ile alileta vituko hapa. Apostle kaa chini. Nikakaa chini hapo. Sakaza. Haiwezi kufanyika hivi. Ni power ile iko ndani yake. Kuna vitu anaona. Na badala contain ajielewe, hajielewi, asa nalipuka. Huyo mtu ndio naka ni wagoroki goko. Agoroki wale mnaendaka maeda simu hapa wengi ni wao. They are highly anointed. Mwenda wa simu yeyote ni highly anointed. Ako na power ya kibiguni, lakini wakampeleka kwa bogo. Wakitoka kwa bogo. Hata kwa bogo ile
maudu make makikatia makiharagana. Ndio nanga a person who is highly anointed, vituko zake ni funny, anakuwa vitu kama Dora Waringe. Dora Waringe is always funny man, a funny character. Ni mtu muelewi. Kesho mnacheka, mlikuwa mnacheka na yeye 2 minutes, the other thing unacheka mood imechange. Paka wanasemaga Dora Waringe anakuwa na kitu inaitwa mood swing. Utamkuta swing yake imeenda hivi, inaenda hivi. So unakuwa unajaribu nitamtaimu saa ngapi ndio nikute wakati yako na mood. Huwezi kwa sababu hata yeye mwenyewe ni confused. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Na hata bio ndio nione kama nitakafa at least. Tumefika ngapi? 5 7 Kai. Huyu ako na 8, tunasikia sasa confusion. Huyu ako na 8, kuna mtu ako na 6, kuna mtu ako na 7. Na mimi naongea tu hapa. Na ni mimi tu naongea, hatuongei tukiwa wengi. Ni mimi tu. So si ni moja ya hii maneno. Lakini sasa number 2, number what? 8 now. Falling, when you dream ukiaguka. Bwana Yesu asifiwe sana. When you dream ukiaguka, something is about to go wrong in your life. Ukidream umetidoroka umeanguka chini, ama umenyoroka ukianguka chini, ama umesukumwa ukaaguka, ulikuwa na watu ukasukumwa ukaaguka, something is about to go wrong. Where? In your marriage, in your business, at work, or in any relationship that you have. There is something that is about to go wrong. Kwa hivyo ni vizuri ukiona umeota ukianguka, uinue dhabihu haraka ucancel hiyo dream. Ugombe uende kwa maombi ucancel. Kuna dream zingine you just don't ignore. You act very fast because it is about to happen. Ukiona unaonyeshwa it is about. And also when you dream falling, you are losing control. You are losing control of what you are in leadership or what is happening around you. You are losing control of your family. You are losing control of your business. You are losing control of your life. Kila kitu ambayo unaenda kufanya, you are losing control. Bwana Yesu asifiwe sana. Ayo ingine, when you dream being chased. When you dream being what? Chased. Someone is after your life. Is after your business. Is after your relationship. Is after your ministry. If you dream mtu anakukibisa, kuna mtu kuna kitu inafanyika kwa maisha yako. So act very fast. Upigane na huyo mtu. Hiyo usiende biguni kwenda kupeleka biguni. Act very fast, inua dhabihu immediately. Cancel those people. Ukiona shosho yako ndiye anakukibisa, ujue huyo shosho. Ukiona shosho ama uone gukandi wanakukibisha, ni madhabahu ya nyumbani. Ni madhabahu. Kuna makokona maamushi. Ni wao ulitoroka. Wanakuitaka kule nyumbani ndio wakuwekelea kitu ama wakufanya kitu ndio ukue part ya familia yao, lakini umekataa. So what they do, they will chase you. How do they chase you? They will make you poor. Watafuja kazi zako, watafuja relationship yako, ginyoroti oshoka musiodi mole nie maundu makwa ni mahitanite ule na ndiramenya ni atia. Sasa nakuta gukame kugojea. Kwa bare ya maganare. Gokore. Tene ni twathĩnjaga mbũri, ũgacoka ũgathi harĩa ngurumo, ũkaruta nguo ũgethamba rũĩ-inĩ rũu, ũgagĩcoka ũgoka nĩgetha tũgakũrutĩra igongona. Sasa automatically walikusuppress, walikupiga ndio usarende. Wakati ulipo sarenda wanakuingiza kwa madhabahu yao. Sasa hiyo ni kuota, ukiota na shosho, ukiota na guka, ukiota na mtu mzee, na ukiota na ukirudishwa kule nyumbani kwenu. Kule nyumbani, na hiyo vitu zote zinafanyikia kule nyumbani. Sasa unajua ni madhabahu ya nyumbani ndio inakufuruta. Kwa hivyo hapo you need to act very fast so that you can change whatever. Indicates avoidance in some situations. Kuna some you need to avoid, to run away from it. You may be running from an issue that it needs to be addressed. Ukiona ukikibiswa, also you may be running away from an issue that is supposed to be addressed. There are issues that are here, unaona, they are supposed to be addressed. Don't run away from them. So ukiona unatoroka, kuna kitu unatorokea. Kwa hivyo those are 3 meanings of being chased. Ukifukuswa pio, ukikibiswa.
Wacha nichukue moja kwa sababu naona saa 8 imefika. Dreaming when naked in public. Dreaming when naked in public. Ukiona wewe noi. Wangapi wameshai dream wakiwa noi? Wangapi wamedream wakiwa noi? Inua mkono kama mimi. Hata mimi nisha dream hiyo nikiwa noi kabisa, na nilikuwa kwa soko, watu walikuwa wananichekelea. Yes. Let me now give you the meaning of this. Naked in your room is a sense of freedom. When you dream naked inside your house, in your room, kwanza bedroom, it is a sense of freedom. Uko na freedom. Dole kidogo girakogia. Ukaleta free. But when you dream naked in public, there is an embarrassment. Kuna kitu inakuja ambayo itakuembarrass. Mwadha ni agosho. Kuna kitu ambacho kiko njiani, kikitakuja kukuembarrass. Or there is an embarrassing secret that is about to come out. Kuna kitu mlifanya. Kuna kademu fulani ulikuwa nako, na hako kademu katakuletea aibu. Kuna kijamaa kilikuwa nacho na kitakuletea aibu. So when you dream when naked in public, there is a revelation of a secret. And also there is anxiety over a representation. Unasikia hao? Anxiety ni hao. Una hao. Anxiety is hao. There is an anxiety. Kuna kitu ulifanyaga. Kuna miba ulitoaga. Na hiyo miba inakusubuaga. Kuna kamseka mwenyewe ulipita nako. Na hiyo kitu dhamiri yako haikupati duiga neire. Na duihota guthi kwirado. Na kamutheka ule wa irare. Ne kamuthuri ga kanitha. Na niko kaheanaga discipline. Na unenda guthi kwira mushungaji kamutheka kanetwa heto kile nako. Sasa ujui kama katachukulia hatua ama pastor atasaidi na kamudhe ama atasaidi na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tufanye tu ya mwisho, hiyo kingine tutafanya baadaye. A dream, when you dream seeing your teeth or tooth falling out. Ukiota jino likianguka jini. Ndio no ikaanguka kwa kona hiyo wanalia wazi. Ukodeka unasikia meno imeenda chini. When you dream your teeth or your tooth imeondoka, imeponyoka. Ni nini? Feeling of helplessness. You are completely helpless. Bwana Yesu asifiwe sana. You are completely what? Helpless. Usianze kusema ni ndio ni amunyo kama yako. Niere. This man is completely helpless. And also number 2, lack of self-esteem. When you don't have esteem at all, self-esteem, yani haujiwezi kujisukuma, dole na mutideko, it means that is the time ukiona umeota ukingoka meno ujue you don't have that esteem. And number 3, lose of power or control. When you lose your teeth, it is loss of power and control. Yani ukiona uyoya kulia munyoka nuaga control, he power yora. Mwadhani ya gosho. And that is in the dream, not in the physical. Mutikaje kuona tumia adwali yake woko matale mayo moja kugati matili na keria. Bwana Yesu asifiwe sana. It is the esteem. Inaitangwa self esteem hakuna, na loss of power, and you are about to make a decision outside wisdom. You are about to make, ukiona meno inangoka kwenye dream, you are about to make a decision that is completely outside your wisdom. Ama wisdom ya Mungu. Ama you have not sought from God what to do, when to do, and how to do. Good. Sasa wacha tuachie hapa, tutaendelea hiyo ingine jioni. Si ndio? Ndio kana nemuhotire. Imigi sana. There are about 100 dreams nilikuwa nataka kutackle. But we shall tackle all along. I'll tackle na kupatia pros and cons, alafu nituobe. Si ndio mfuguliwe, because from today, this is the last day of May. Si ndio? We are entering into the first day of June from tomorrow.
And as we enter, tunapoenda kuingia kwa siku ya kwanza ya June, hawa shetani walikuwa wamepanga kila kitu, ndio waliona walichoma watoto, ndio by 31st wakuwa wameinua madhabahu yao, lakini na sisi tulikuwa tumeinua madhabahu, tumezuia. Bwana Yesu asifiwe sana. And today we are making a declaration that Kenya is a holy nation, and that is why I'm anointing you today, that as Kenya becomes a holy nation, you become an ambassador. Sasa wewe kutoka leo, mwenye ambaye ataguzwa na mafuta hapa, kutoka leo you will be the peace ambassador. You will be the one that will be glorifying Kenya. Wherever you go, hata utoke hapa uende Uganda, utakubalika. Uende hapa utoke America, utakubalika. Whatever you will say from kutumia mdomo yako. Hata wale mnatutazama kule nje, akina Ani wa Germany, Mungu anaenda kuwabariki. Your life will never be the same again. Akina Veronica, akina Malema, all over you, wherever you are. May God bless you, may God guide you as we are getting there. So nataka sisi zote tusimame, worship team, we get into action. I want to worship, then tutaanza. Shikeni sadaka zenu kwa mikono mizuri na uweke sadaka mzuri. Nataka kuangalia bidhaa anatuma ngapi. Tusimame tu kwa miguu yetu. Simameni tu. Si kila mtu kuna bahasha yake. Yes. Ebu kaa chini kidogo, ukiprepare. Wanaume wa makamu, malika ya makamu. Makamu ni kumaanisha our age. Simama tu. Men of our age, simameni. Mtu wa 30 kwenda juu. Ghorofa ya 3, ya 4, ya 5, ya 6. Msilete ya 6, ya 5. Tukwamie kwa 5. Simameni tu. Okay. Mtu akiingia Dani, usiku wote mtu akiingia pale anapatiwa bahasha. Hii kitu nilisema. Tumesikia. Maina, ningetaka wewe siweni ni wapi wewe? Mwana wa mdhamaki. So nataka tukue na fellowship yetu ya wanaume sisi AG yetu. Wewe ni mgeni? Si ukubali tu ukae hapa. Huyu wewe. Wewe ni mgeni hapa? Na huyu mwingine hata wewe ni mgeni? Wewe simama, wewe si mgeni. Na wewe uko na miaka ngapi? 28. Na wewe uko na miaka gani nawe? Wewe 60. Wewe simama. Na wewe nataka tutengeneze fellowship yetu. Na wewe na miaka ngapi? 25. Na wewe simame. Si unasikia nasema kutaka 30 kwenda juu. Ndio wewe yake. Tutengeneze, mtaniona mkuje pale kado tusungumze. Tutengeneze fellowship yetu. Tutakuwa tukikutana hapa either Wednesday, Thursday jioni tunaabudu kama wase. Na kae chini. Wase kijana. Tusimame. Turugame tu. Rugama itu na gitio. Athuri othe rugama itu na gitio. Wewe muthuri. Arume. Tusimame tu. No mwende tucokie kechere twekaga. Kijana. Tuthondeke kechere twahoya. Nona kechere twakorogo nayo. Tuthia kwa tuli arathime muno. Si tutakaa chini tujue ni siku gani tukue na kesha ya wazee. Tulikuwa tunakuwa nayo vizuri sana, tunaomba na Mungu anatusikia. Maana nimeona sasa karaidhi kaini yako muradhima. Yes. Nao wa mama wa hii umri ya juu kidogo, tusimame tu kutoka ghorofa ya 6, hapana ya 5 kwenda juu. Ghorofa ya 5 kwenda juu. Ni amone tio. Ghorofa ya 4, tuanze kutoka ghorofa ya 4. Ghorofa ya 4. No mone tio. So kupitia kwa chair lady
nataka tutakase siku yetu ya kesha. Tutakuwa tunakuja tunalala hapa, si ndio? Hata wale wanakatasakwa na mabwana zao, I'm ready kwenda kuongea na bwana yako, nimwambie mtumie wewe nini dena yake na tutikimudhukia neguo. Alama da toro tutakuwa hapa, si ndio? Tukubaliane hiyo bidhe. Wewe ni ghorofa gani? Si uamuke. Wewe unasikiaga maneno namna gani? Na wewe uko ghorofa gani? 3. Na wewe? 1. Asante. Kwa hivyo we shall organize ourselves. It's a compulsory kesha. Tutakuwa tukikuja hapa tunakesha, tunaomba. Na si ya mshene, si ya mehemehe. Si ya kuja kusema ati nani alifanya, nini ilifanyika, nini ilienda. Hapo sasa ndio nini zetu zitafungukia, ndoto zetu zitaanza. Mtaanza kuona visions na madoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hii worship team, I have dismantled you from now. Umeelewa? You reorganize yourself afresh. Mnanielewa? I have dismantled you, but reorganize yourself. Mkuwe admitted again. Na kuna sheria sasa, kuna maswali mtaulizwa 2-3. Are you getting me? So we start afresh. We are starting from tomorrow afresh. Mtu anaitwa Ashari, I'm also dismantled you. Tunaanza afresh. Sasa utajiandikisha afresh. Ni nani nitapatia hiyo kazi sasa ya kufanya hiyo kazi? DCI. Utaangalia hawa. You give me a clean report, wakuambia shida zao ni nini, wamepitia nini, wamekuwa kipigana kwa nini, wamekuwa kienda hivi kwa nini, ni usherati ikiingia hapo iliingia namna gani, ukora ikiingia, sisemi wamefanya, ujue hiyo maneno yote, ufanye DCI, unipatie report. Kwa hivyo hatuna praise team as of now, hatuna ushering as of now, si ndio? Yeah, we are starting afresh, completely afresh with a new anointing. Nitakapo anoint sasa, ninavuja ile mipango ya zamani, tuvuje yote madhabahu ya zamani, tuvuje sade tena, tutakuja to anoint into the new system ya Mungu. Na kutoka hapo you will see wonders, things will happen to you. Wale ambao biashara zao zilikuwa zimeibiwa, wale mambo yao ilikuwa imeharibika, ndoa zao zilikuwa, sasa enda waandike, na usiniandike, enda waandike yule husband unataka tall, dark and handsome, mweusi, mwebaba, mnono, kama ni mama yule unataka, kama ni biashara ile unataka, kama unataka biashara aina yote ile, ukuje Sunday kwenye bahasha ile utaweka pesa, waandike karatasi uweke hapo on Sunday. Sunday leo tunavuja madhabahu, Sunday tutainua madhabahu. 7 days of prayers. Bwana Yesu asifiwe sana. 7 days of what? Kuomba non stop. Wale wanajua kufuga, mnafuga. Wewe kama wewe ni mtu wa kukula, wewe kula, tukifanya nini? Tukiomba. Kwa sababu kuna watu unamwambia, kama sasa ukiambia mama kama huyu afuge siku 2, hiyo mnaitwa polisi. Tiende kufanyie. Sawa? So that we can be able we harmonize the church, we synchronize all the systems, zianze kasi. Kutoka leo, we have broken all the altars that were speaking in your life. Altars za usherati, altars za wizi, za masegenyo, za poverty, stagnation, limitation, whatever it is no more. Na tukikuja hapa Sunday, utaona venye manabii watachanuka, utaona venye maprofeti watakuwa, utaona kila kitu, ma business people, because we are going to do business. Wacha niwaambie, ile biashara tutafanya kutoka sasa kwenda mbele. Lakini hapa hakuna mahali ndege inaweza kuradi. Tuweze kiwanja gitu. Si ndio? Tuombeni sana, nataka tuombe sana, tuondoke hapa. Tuondoke hapa. Hapa itakuwa tutashonea nguo hapa, ile vitu ya kushona, kufanya vitu kama hizo. Tuende kwa kiwanja yetu. Hata kama ni ya kukoboa, lakini tujenge kutoka chini, kuguma teli-ine, nigetha tugakinyaga gateli. Kirathimo kingiraga ukinyite teli. Nonyita, yukaga ukinyite teli, ukiaria, ukaragia we teli-ine, ti makorofa-ine maya. Ndoi no nikingina haha.
Ndio ni ati Mareka na hathi. Ngokia ndio ni hai uro ni kigireko. Uelewi huko katika giza tu. Lakini tukiwa kwenye compound yetu, tutafute tu mkipata huko industrial area hivi. Thika Road mahali pazuri tunaweza pata ikabidi tukomboe tujenge. Tukijenga sasa tuanze safari zetu tukiendelea. Na biashara tutafanya, kila kazi tutafanya. Kama unatafuta kazi, Mungu atakupatia leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ni biashara, mwende mwandike, mtengeneza mpaka business cards. Business card. Na uandike venye unataka biashara fulani unataka ni gani. Uandike, we come here, we write our vision na demwa nene. Tuwekelee hapa. Tuone kama Mungu hatatenda. Huyu Mungu amekuwa na sisi. Ametuongoza mpaka tumefika hapo. Alafu tuseme huyo Mungu hatakuwa na sisi tuendelee hapo mbele. We shall make declarations, and this declaration we are going, I'm telling you, if we plan very well, we are going to rule this nation. Tutaitawala tukiwa tumevaa hizo maguo tu. Tukiwa huko tukisema tutatengeneza barabara kutoka Turbo kwenda Marshall, kwenda Markata, kwenda Morukanga, then Mritanda. In 6 months tutakuwa tumekamilisha. Tumeweka 600 million about in 6 days ma contractor watakuwa hapa. Hiyo ni pepo. Tusimame basi kwa miguu yetu. Alafu welfare. Ati Shosho na Nyaliara alikufa. Na mbona sikujua? Shosho Nyaliara mnamjua? Ule mshosho alikuwa anakujaga na mtoto wake wa 62 years. Si ndio? Ule alikuwa na 62, alikuwa na kireba, alikuwa chizi hivi. Wakaliobagi. Mbona huko niambia koke? Wewe ndio ulikuwa mgonjwa? Mimi sikujua, nimejua jana. Sasa unaniambia pole ya nini? Sasa jina pole yake ile. Si vizuri. Ni muende mtafute hizo hawa mama huko Korogosho. Sunday wakuje. Wote wao walikuwa Shosho. Tuwanunulie lunch. Sasa watatubeba vibaya. Watatubeba vibaya, waseme tunakuaga na wao tu, lakini wakati mtu yao alikufa wakatuachilia. Kuna mwingine pia nimeona alileft kwa family ya family eti kwa sababu tu kwenda mazishi ya baba yake. Yeye ni member? Si member. Mwambie left kabisa. Ni mshirika wa hapa zamani lakini si member. We are only going to support a member, a registered member. Hata kama tulianza na wewe hii ministry, na wewe si member, I will not support you. Okay? Hiyo tulikubaliana hivyo. Ndio tuweze kuwa na mtaratara, ndio tuweze kujipanga tujue wewe fellowship yenu ni gani. Wewe ni wa Dorcas ama wewe ni wa Deborah ama wewe ni wa nini? Nidi kuikala na Duaremi, kadi nilitengeneza nikasema kila mtu alijeste. Kama you are not a member, hata kama nimekula milioni yako, nitaikula na nikwambie wewe polisi ile karibu na wewe. Hatuwezi kukaa na disorder, we must have the order. Watu wangapi wamekuwa walimu hapa? Walimu. Yes. Walimu, do you talk about disorder ma order? Yes, we need order. In the church we need order. Let us start with a new beginning with order. Ndio tujue wewe ni member wetu, wewe unatoaga tithe, wewe unafanyaga hivi, hata kama unatoaga tithe ya shilingi 1. That is what we need. Bwana Yesu asifiwe sana. We are not looking for money, we are looking for order na discipline. Tukikuwa na discipline sisi zote, tukienda kwa mlima, tuinue mikono yetu hivi, God will hear us. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo ndio nataka. Hii mambo mengine ya kusema ati sasa nitatoka, ati ndio kwehera ati group ine, ati todo leo angaki kwenda kabisa. Turakulia turakofatara huko. Na imagine ati wenda gutotishira ati niwehera group kwoguo. Ciehere to cigana na cia mathiko turakehera. Kana ate uri. Wenda tu, kwenda. Enda tu. Wacha kututisha na vitu za tutaidia.
Wewe tuikale haha na kadi ku register pale ni shilingi 100 ngapi? 100. Hautaki hiyo pesa 300. Okay. Hiyo pesa ndio tunasaidia, hiyo ndio tunapata, hiyo tukipata hiyo pesa ndio tunaongeza, tunalipa stima. Tunaongeza, tunafanya kitu kingine. That is why na ile kile tunatoa contribution, monthly contribution. Kuna partners, kuna watu tofauti. We are raising money ndio tuweze kulipa rent ya hapa, ndio tuweze kulipa stima. Kama unitaki kunisaidia kulipa stima, unataka kudhikira nyoko ate unataka sasa tunaenda kudeidhia utaki kunisaidia kulipa stima, utaki kunisaidia kulipa maji, utaki kunisaidia kulipa anything, you don't care, you don't mind, you don't care. Alafu unasema tuende na wewe kwa kanitha kale urari niguo mwekeraga ugithika kanitha ka idi ke mutaratara kanitha ka PVA aria maumite PVA meha they can tell you ni mutaratara na wanatolesha kwa kutolesha enda Anglikani hapa Anglikani ni mpango, ni mfagilio. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kila kitu wanafanya, si wapi mtoe ni kwa hiari, lakini discipline. We must have discipline. Ndio tuko na youth ambayo iko na discipline, tuko na teenager wako na discipline, wazee wa mama, kila timu zote ziko na discipline. Hii timu hapa hii kwanza hii imekuwa baya kabisa hapa. Ile maripoti iko hapa ni bad, lakini si hawa ikihumokia haha. Tulianza na wrong foot. Tulianza na kina Don na wale wengine. We started in a wrong foot. That is why we have not gotten it right. I'm not meaning that mkunini wabaya, but kuna makosa tunajikuta tuna repeat. Kwa ile makosa ya jana tena tunajikuta. Tunaenda tena tunajikuta. Unakuta ka argument yaka tunaargue sasa. Mwezi wa 6 last year tulikuwa tuna argument kama hiyo. I did the same mwezi wa 6. Ile worship team ilikuwa. I did the same. Unaona tena hiyo kitu kamefanya nini? So lazima tu address why that pattern. Because tusipofanya hivyo tuta remain into the same systems ambazo zinatuendelea kutukadamisa. I would not want again to answer tunasema tunaanza fresh, we need now to go. Lodwa saa hii nimeona wamefungua kanisa. Wametu overtake already. Sio kama mna hiyo video, wametu overtake. Dhika ndio hiyo imekuwa kitu tamu. Imechekwa kutoka chini. Kitu mzuri Dhika. Mombasa Mtwapa imekuwa nzuri. Nice. Tumekuwa overtaken hapa. Tuturaga na bara no konegana na ko yaigwira gema kejuka na hamakiba dagu wanyu no konegana ndaganaga dagu ko no guthie turathi riu gakora yeshi akwa nicio hia kate, which is good, but why you stagnated? Why don't you want to be blessed? Why don't you want to move to the next level? Hello, why don't you want that? Ask yourself your question as we sing this worship. Frida, as we sing this worship, ask yourself, ni kwa nini nisiendelee? Ni kwa nini nimekwama? Ni kwa nini kila kitu changu hakifanyi kazi? Why am I suffering? Yet I've been coming to church. Yet I've been doing everything pertaining to church. Nimetafuta Mungu, but nothing is working. Why is it that nothing is working? Why am I struggling? Ask yourself that question. Why am I struggling? Funga tu kinywa chako. Uambie Mungu, nataka unikumbuke. Nikumbuke sasa. Unisaidie. Funga kinywa chako. As I'm going to anoint you. Ask God to give you favor and to give you a special anointing. To give you akupatie kifunguo cha maisha yako. Upate kuelewa na kujua. Yes. Karibu Yesu, karibu Yesu, karibu. Mwambie karibu kwenye maisha yako. Mwambie Yesu moyo wangu upone. Karibu Yesu, karibu. Yes.
Kuna mtu hapa hujaokoka lakini ungetaka kuokoka. Hujaokoka lakini unasikia ungetaka, ama labda umekuwa mwokofu lakini umeondoka kwenye mipango ya Mungu. Ungetaka kurudi. Kuja tu. Tafadhali kuja tuombe pamoja. Ndio tukiinua dhabihu ambayo tunaenda kuinua ipate kibali. You feel, unasikia kuna mahali umekosea Mungu. Ungetaka kurudi. Ndio mahoya manatoko hoya makinyanire wega. Kuja tu. Unafeel tu, unasikia kwako katika dhamiri yako haiko sawa. Haiko sawa. Ungetaka kutubu hiyo dhambi. Yesu umeokoka, lakini dhamiri umefanya tu vitu tuwili tutatu, tumekukosea, umekosanishwa na Mungu wako. Kuja tu hapa mbele. Umejihusisha kwenye vitu, mipango, maneno ambayo sio mazuri. Wewe mzee uko na miaka ngapi? Wewe. Macho ine. Wewe na miaka igana? Yeah? 70. Okay. Kifedera na miaka igana? Okay. Emo durio yoke. Na huyo? Ha? 97. 87 kuja. Kijana? Nilete. Soge hapa. Kijana. Kijana amege ha. Aduri Asia. Ndiye ni maki nimekuta irato moke ha. Sasa inueni mikono yenu juu. Ni nini tena na wewe? Inua mikono yenu juu, sema Bwana Yesu. Nimekuja mbele zako kutubu dhambi zangu. Nimeongea, nimeona, nimesikia, nimehisi kinyume na wewe. Ninakuomba unisamehe. Ninataka kuunganika na kikundi cha mbinguni. Nataka kuunganika na kikundi cha mbinguni pamoja na watakatifu. Niwe msafi. Nikubalike kama dhabihu iliyo ya kweli. Nishike mkono. Nielekeze kwa mapenzi yako. Sema amina. Baba, katika jina la Yesu Kristo, watoto hawa ninawaleta mikononi wako. Wamekubali kurudi kwa nyumba yako na wamekubali kusema kwa kweli hakika wametubu dhambi zao. Maana walikuwa wametenda dhambi ambazo zilikuwa hazieleweki, hazisemeseki, hasionekani. Lakini walifanya kwenye giza. Ila tu saizi wamekuja, wamesema wamekubali. Na kuomba msamaha wa dhambi zao, ukaweza kuwatakasa tena kwa damu ya Yesu Kristo. Ukawaongoza kwenye mipango yako, ukawaongoza kwenye njia zako. Pia kanisa hili lote nalilete mikononi mwako, na ninatubu kwa niaba ya kanisa hili. Maana mengi tumefanya, hata wale wako kuja hapa, wengine wao wamefanya maovu kuliko wao wamekuja. Baba, na utubu tu kwa niaba yao. Natubu tu kwa sababu wamekosa kuwa heshima na wewe. Wamekosa kutambua uwepo wako. Wamekosa kutambua ya kwamba wewe ni Mungu mweza, Mungu ambaye anafanikisha na anafanyanga maneno. Na unaona vitu vyote ambavyo tunavifanya kwenye siri. Baba, nakuomba tu wasamehe. Lisamehe kanisa hili. Nitwakuhoya muhera wa kanitha gaka. Baba, ndakuhoya muhera. Niĩ ndĩ ta mũtongoria wao. Baba, ndarũgama haha kuwa nĩndahera. Mehia marĩa njĩkĩte ngĩmenyaga na marĩa njĩkĩte itekũmenya Ngai. Nĩndagũthaitha tu wĩtĩkĩre tu gũtũigua na ũtũrekere mehia macio Baba. Marĩa twekire nĩ ũndũ wa mwĩyagurio, marĩa twekire nĩ ũndũ wa kuona tũrĩ abata, marĩa twekire nĩ ũndũ wa kuona ta tũkĩrĩte irathi ingĩ nene. Marĩa twekire tũkĩnyarara andũ arĩa angĩ, tũkĩaruma andũ arĩa angĩ na tũkĩaga gũikara na njĩra ciaku Ngai. Tũgĩthiĩ tũgĩka magongona na tũkĩagana na tũkĩaria na tũnua twitũ na tũkĩona na maitho maitũ na matũ maitũ. Baba, nĩndakũhoya tu ĩtĩkĩra tu Baba, na wĩtĩkĩre igongona rĩrĩ tũraruta. Rĩtĩkĩre tu Baba, twĩtĩkĩre nĩ amu nĩ ũratwĩrire tũrehe mĩrigo itũ yothe kũrĩ we na nĩ ũgũtwaũra. Twaũre tu tondũ tũrekire ũguo na ũrimũ, tũrekire ũguo na wana witũ na tũrekire ũguo Baba tũtekũmenya. Ona kũrĩa kũngĩ tũramenyaga, ona kuo Ngai nĩndagũthaitha tũiguĩre tha Ngai. Ũiguĩre arĩa mainaga gũkũ tha, ũiguĩre acaci tha, ũigĩre ndungata ciothe, mũndũ wothe ũtungataga kĩgongona-inĩ gĩkĩ, maiguĩre tha tu Baba, no marekere nigetha makuma ũmũthĩ mone hinya waku, mone ũhotani waku, mone mamenye kuna kĩgongona gĩkĩ nĩwe watũmanire gĩkorwo gĩrĩ kuo.
Ngai nĩ ndagũthaitha nginya arĩa mena kũrĩa, arĩa matũcambĩtie, arĩa matũrumĩte, arĩa marathondeka tũ video na tũthenema twagũthũkia rĩtwa rĩa gũkũ kana rĩtwa rĩa ndungata yaku Ngai. Onao Ngai maririkane tondũ wĩ mũtuanĩri cira na nĩnjũĩ nĩ ũtuĩte cira wao. Baba nĩ ndagũthaitha o ta ũrĩa Musa ũkire agĩkwĩra atĩrĩ rekera andũ aya ona okorwo nĩ makũhĩtĩirie marekere tu Baba. Ona ithuĩ ririkane ũtũrekere. Makinya marĩa tũgũkinyũkia kuma ũmũthĩ ũyũ tũkinyũkie makinya marĩ na ũthingu, makinya marĩ na hinya waku na ũhotani waku, atĩ twambararia moko maitũ na igũrũ tugakorwo moko maya nĩ matheru, twakinyũkia nginyo citũ Baba cigakorwo nĩ theru Ngai, twathiĩ harĩa hothe tũgũthiĩ ũkonekana tũkagwo, ũkonekana Baba tugakorwo ithuĩ tũtironekana, na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo ndahoya na gwĩtĩkia. Ngai wa muoyo mũririkane na njĩra ya mwanya. Mungu wa mbinguni akubuke na kukubuke kwa njia ya kipekee. Upate nguvu mpya na upate mafanikio katika maisha yako. Upate kubarikiwa na kufunguliwa, maana Mungu huyu anasema amesikia kilio chako. Kwa sababu ya kutubu hizo dhambi umekuja mbele yake. Amesikia kilio chako na matatizo yote ambayo ulikuwa ukipitia, ugumu wa maisha yako yote ameondoa. Amekuondolea limitation, stagnation na confusion ambayo iko ndani yako. Kutoka leo amekupatia ufunuo mpya. Utakuwa ukiona na kuona na kujua jinsi anavyotaka na wewe. Mungu wa mbinguni akukumbuke na kurehemu na kusaidie. Chochote ambacho kilizuiliwa katika maisha yako ninakiondoa in the name of Jesus. Amen. Rudini kule nyuma. Nataka hawa wazee muwapage hapa. Kujeni tu muwapage hapa. Wako wapi sasa? Wapage hapa na viti zao. Sasa tunainua madhabahu. Nataka kuwafundisha muone venye madhabahu inainuliwa wako, na kwanza kabisa leo ni kuvuja. Kujeni hapa. Aisha abata ndio hapa. Abata. Ndio maana nimechukua watoto. Hawa watoto hawajaingia kwenye usherati. Mnaona hawa watoto? Hawa hawajaingia kama kwenye usherati kama nyinyi. Na hawa wazee pia waliingia lakini walitoka. Kwa hivyo we are using these vessels to transact a heavenly transaction, to seek repentance, to speak kuvuja yaliyo mbele yaliyokuwa yamepita. Leta kikapu ya sadaka hapa. Ikalera hii. No wake na umefurahi. Nichukulie hii mweke hapa. Ako wapi? Oka. Wale kawera watu tena atumia kidogo tuige mbele. Tuendelee. Umeina nini huko? No wekelile kirato. Aya, urekelile hoai. Apati hapa, lete hapa. Shuka juu. Lete tu. Ekele hapa. Ikarura. Watoto kujeni hapa. Kujeni msimame nyuma ya hawa baba. Kujeni hapa. Msimame hapo nyuma. Kuja hapa. Kuja hapa kabisa. Ndoa hii. Kuja hapa. Na hii manywele zako hii. Simama hapo. Hapa. Kuja hapa. Simama hapa. Shikeni hawa wazee. Mwashikeni, wekeleni mikono. Kuja. Simama hapo. Mwekelee hivyo. Na inywe dhulile. Jitai federa eno. Kijana shika federa. Na wewe shika. Kila mtu ashike. Kila mtu ashike. Si nyinyi mlileta hiyo bendera. Sasa ni ulikuwa wapi baba? Kaivoga shagashagi. Udhile kwa shagashagako. Wengine nyote tunyoshe mikono yetu mbele. Hapa. Tumeinua bendera kwa sababu bendera ndio the altar of the nation. Hata kingine kamekuja. Tumeita watoto hawa because we want to bring these children at the altar. Tuang'oe kwenye altar ya mashetani. Hiyo kule ili tukulie kana wesha nike. Doki mashalio male. Tumechukua watoto hawa. Maana ukiangalia this is the season ya watoto kusacrificewa.
So hawa wana represent Kenya mzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata sio Kenya mzima, dunia mzima. Hawa wazee ndio the pillar of the nation. So when you are going to kupeleka supplication zetu, kupeleka inaitwa nini? Petition. Now we are taking our petition to God. Kwa hivyo hata wewe kuna mambo umejua ulifanya, mambo inakufuata kwenye familia. Sasa huu ndio wakati wa kufungua kinywa chako. Ulijikuta kwenye ulevi, ulijikuta kwenye usherati, ulijikuta kwenye wachawi, waganga, warogi, hizo vitu zote ulijikuta ndani yazo. Hizo vitu zote. Sasa ndio unapeleka matata yako kwa Mungu. You present your case. Abia Mungu sasa akufungue. Abia Mungu akusaidie. Abia Mungu akubariki. Alafu baadaye sasa hawa wazee watanena neno tu moja na mbingu itafunguka. Sasa inua mikono yako, fungua sasa, jitetee, jipiganie. Take your all supplications to God. Take your petitions. Mwambie Mungu. Petition ni kuelezea Mungu, ndio ni mimi nimekosea. Ndio naitaka kukotini malilio. Lilia kwa Mungu yako, mwambie, hakika nilikukosea. Hakika sijafanya kazi yako jinsi ulivyoniagiza. Hakika sijakaa kwa mapenzi yako. Nahitaji msaada wako. Nahitaji wewe unisaidie. Keyboard, nahitaji unisaidie, unibariki. Endelea. Just worship God. Cry to God. Mwambie tu. Yako ya nyumbani, yako ya biashara yako, maisha yako, huduma yako, kazi yako, vitu vyako ambavyo ni husika. Mtu mmoja anipatie mchanga. Tuendelee kuomba. You want to surrender? You surrender before God. Surrender your children, surrender your family, surrender your business. Surrender. Niana mokwenye magai bila wako. Niana mokwenye magai suri wako. Surrender Kenya to God. Surrender Kenya. Break every altar. Vunja madhabahu ya kila aina. Vunja madhabahu ya familia. Vunja madhabahu yako na mume wako na mke wako. Vunja madhabahu ambayo yanazungumza kwenye maisha yako. Break every altar. Break every covenant. Break every covenant. Maagano yote yale ulifanya na ambao ni kinyume na Mungu. Vunja sasa.
Nehemia alikuita wakati kulikuwa kumekuwa kugumu. Wakati kulikuwa kumeshindikana, Musa alikuita na ukasikia ukiwa mbinguni. Wakati vita vilichacha, Joshua ulimtuma na ukamtuma akakomboe. Sulemani alisimama akakuinulia dhabihu na akasema, Baba, umempatia kila kitu. Umempatia baba yake heshima na ukamfanikishia na ukamtunukia mwana wake akakuwa kiongozi. Lakini akakuomba tu hekima aweze kuongoza watu wako. Baba Mungu wa mbingu na dunia, wewe ndio baba wa mababa zetu. You are the father of our fathers. You are our father. Tumekuja mbele zako maana tumetenda uovu mkubwa. Tumefanya vitu ambavyo havikukufurahisha. Tumekuwa kwenye mazungumzo na ngumzo ambazo hazikukufurahisha. Mungu muumba mbingu, niwe dada idakai ririkana ngoro cia ciana ici. Ndakwaririe ta Hezekia ni akwiririe atiriri, mbirira ndingikugocithia. Gukua kwa mundu gutingikugocithia, no mundu angikorwo ari muoyo thikũ igĩrĩ ni agukwambararia Ngai. Ndungata ici ciaku ci nyũmba ĩno baba ni magereire maundu maritu na makamakio na makahuohithio na makagithio thayo, lakini najua kwa utukufu wako mambo yatabadilika. Nimekuja kuvunja madhabahu aina yoyote ambayo yalikuwa kwenye nyumba hii. Madhabahu ya lesbian, LGBTQ, madhabahu ya waganga, ya wachawi, ya Illuminati, ya usherati, ya uongo, madhabahu ya waganga na warogi zote nazikamata na zivunja. Madhabahu ya kutoa watoto kama dhabihu kwa ajili ya kafara za kishetani, kutoka leo ninaangamiza na kuvunja mipango hiyo yote. Madhabahu zao na ashera zao na covenant zao, maandishi yao, maneno yao, vitivi vyao, viredio vyao, hata ndimi zao zote nakamata katika jina la Yesu Kristo. Ninaharibu misingi yao yote, ninaharibu njia zao zote, ninawafukarisha, ninawabomoa katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninakuinulia madhabahu ya damu ya Yesu Kristo iliyomwagika msalabani kwa ajili ya kukombolewa kwa yote anayeamini. Watoto hawa hawatakufa tena katika nchi ya Kenya. Wazee hawatakufa kwa sababu ya mateso. Watoto hawatatolewa kafara tena. Hakuna tena mahali watachomekewa. Hakuna wengine ambao watapelekwa kuzikwa ama kuuliwa wakitolewa sehemu zao. Maana hawa watoto kutoka leo ninawaweka munara. I put a mark on their face from today, that whosoever tries to touch them, the heaven will react upon them. Kuna wale walienda wakainua madhabahu ya kupigana na madhabahu hii. Hizo madhabahu waliinua na zibomoa mahali popote zilipo. Kuna watu walituendea kwa waganga wakainua madhabahu ya kiganga, ati madhabahu hii isiendelee. Kuna wengine hata walisema hatutafaa nguo za kikuhani. Madhabahu hizo zote walizoziinua ninazibomoa, ninazibadilisha. Maandishi na maneno ambao walinena kinyume na sisi, I turn them around, that from day to day your name shall be glorified. This house shall be called the house of the Lord, in Jesus' mighty name. Yes. Adhuri, nataka niwafundishe, msijali, msiulize maswali mingi. Hii ni maziwa. Katika Biblia wana wa Israeli waliambiwa nini? Ile nchi wanaenda iko na nini? Na nini? Na asali. Ndizo nimezilete hapa. Nimeleta hiyo kitu ambayo ilifanyika siku hiyo, wakati wana wa Israeli walikuwa na break, wanavunja madhabahu ya kuondoka kwa utumwa. Zile vitu walitumia asali na wakatumia nini? Kisha wakati Joshua na Caleb na wale watu 12 walikuwa wametumwa na Musa waende wakachuguse hiyo iji, kitu ya kwanza walienda kuchugusa ni mchanga. Na wakakuja wakasema mchanga ni mzuri, kila kitu ni kizuri, lakini wale watu wako huko watatumaliza. Watu 10 walisema hivyo. Lakini Joshua na Caleb wakasema ndio hivyo, wanasema ni kweli, lakini tukienda na Mungu wetu hawatatuweza. Hizo vitu ambazo zilitumika katika kuvunja madhabahu ya wa Misri ndio nimelete hapa kama ishara, sio kuabudu, sio sehemu ya ibada,
lakini ni ishara ya kuleta the spirit that was used to liberate. That is how we pray. Na ndio naonaga na wafundishaga ukiomba Mungu wa Joshua kukiwa kwako kwa nyumba, angalia kwanza kama kuna vita kwako, kwa sababu Mungu wa Joshua ni wa vita. Hello. Ukiomba Mungu wa Elijah, ni manabii wa Baali watakuja, angalia kama kwako kuna manabii wa Baali. Maana ukiita Mungu wa Elijah atasema ni manabii wa Baali waanze kukupiga ndio akuja aonekane. Bwana Yesu asifiwe sana. So we are invoking the spirit that was used to liberate the children of Israel. Maana ni Mungu alitumana. Kujeni pande hii. Maana ni Mungu alitumana. Mungu ndiye aliambia Musa, akamwambia nenda ulibareti watu wangu, nenda ufugue. Sasa hapa tunafanya declaration. Ndio maana tuko na wazee na tuko na watoto. Watoto tulikuwa tunawapeleka petition yetu mbele ya Mungu. Angalia hawa watoto baba, usikubali wachijwe tena, usikubali wachomwe tena, maana they are innocent, these are the angels. Na hawa wazee, na situmie lugha kwa ubaya, natumia kwa uzuri. Hawa wazee na watoto akili yao ni the same. Wamezeeka, akili ya wazee ikarudi kama watoto. Kwa hivyo hakuna vitu wanaonanga vibaya, wanafanyanga vibaya. They do as God wishes. Bwana Yesu asifiwe sana. Mahiana ni manyihire ninagoteithia tumateithagia. Tunawapatia chakula, tunawapatia kila kitu, maana wamekuwa kama nani? Watoto hawa. Sasa hawa wako na uhuru kamili kuniliko mimi. Wako na uwezo mkubwa kuniliko kupeleka petition kwa Mungu. Maana mimi bado ni barubaru. Huyu alinifugia macho juzi, huyu alinifugia macho juzi, na mimi nilimtamania. Huyu hakuna mtu ametamania. That is why I'm invoking them, to invoke a petition before God, so that our prayers can be heard. Mnanielewa kile nafanya? So nimeinvoke kila kitu ambacho kilitumika kushawishi Mungu, ndio tukitumie hapa. Watoto, wa baba na hizi vitu zote na mchaga. Sasa huyu msemo mmoja ndiye atasugumusa tu, asene neno moja tu, aliyeshugo shiga naona cia guturathima na gututhaithanira kuri Ngai. Tuko tayari. Tuko tayari kupokea maneno iliyopotea. Pia mawaidha ya kusaidia nyinyi na kusaidia watoto wenu. Sisi wakati tulikuwa tulizaa wazazi wenu na tukawashauri, lakini wali bugi ilitupa mulia. Sasa mambo makavaratika. Sasa wakati huu inatakiwa kurudisha mulia kwa Mwathani Ngai ithe witũ wa bũrũri ũyũ watuheire kila kĩndũ na nigetha tuhote gwĩtawala. Nĩerire Ibrahimu indo ciothe iria irĩ bũrũri ũyũ na iria irĩ maitho-inĩ make ciothe nĩ ciake, na ũmũthĩ nĩ ciambĩrĩirie kuma moko-inĩ maitũ igathiĩ moko-inĩ mangĩ. Twakwĩhoya tũcokerie indo icio na twambĩrĩrie gũcitumĩkĩra ũrĩa kwagĩrĩire, na tũtigathiĩ kando ya maũndũ marĩa Ngai atuĩrĩire kuma hĩndĩ ya Ibrahimu. Na maũndũ macio nĩmo matũmĩte twage gũkorwo indo irĩ moko-inĩ maitũ. Rĩu twahoya ikorwo irĩ moko-inĩ maitũ, ikorwo irĩ maitho-inĩ maitũ, na tũcitue marĩtwa ũrĩa Ibrahimu atarĩirio. Rĩu nĩ ũndũ ũcio twacokia ngatho nĩ ũndũ wa gũkorwo twĩ muoyo, na nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa maroneka. Ũmarũgamie ũmũthĩ na matigacoke gũthiĩ na mbere makũraga ciana citũ igathira itarĩ wĩra irutĩire bũrũri ũyũ. Rĩu twagĩkũria wĩtĩkĩre ciana icio ikorwo irĩ moko-inĩ manyu na moko-inĩ maitũ, nĩgetha tũcionage
na nigetho na inywe mucionage mwakeni cio leo twahoya guo ritwa-ini ria Jesu Kristo mwathani witu. Baba, nĩndagũcokeria ngatho. Wewe ni Mungu uliumba mbingu na ukaumba dunia. Wewe ndio unajua kutembelea waliokufa na walio hai. Ulimtuma Yesu akaenda kaburini, akaenda kutembelea waliokufa na akachukua vifungo vyote vya ulimwengu wa giza na akakuwa mkafara iliyotolewa kwa ajili ya ukombozi wetu. Baba, nakabidhi nyumba hii, madhabahu haya mikononi mwako. Nakabidhi wazee hawa na watoto hawa na wamama hawa na hata wavulana wote walioka nyumba hii mikononi mwako. Na ikabidhi taifa hili la Kenya na bendera hii mikononi mwako. Tumesema kutoka leo hatutakubali tena watoto wakufe kwa sababu ya kafara. Tumekataa wengine hata vijana kunywa pombe na kuhusika kwenye mihadarati. Tumekataa hata watu ambao wanateswa na wanafanyiwa kafara za kidini. Tunakataa na hata mambo yote ambayo yanafanyika kwenye taifa kupitia maongozo ya taifa hili ambayo yanahusishwa na uabudu wa shetani. Ya kwamba siku hii madhabahu aina yote ya shetani ikiongozwa na Freemason na Illuminati na wachawi na waganga na warogi na chochote ambacho kimeinuliwa kwa misingi ya kishetani, chote kutoka leo twakiteketeza kwa moto Roho Mtakatifu, twakifunika na damu ya Yesu Kristo, twabomoa madhabahu yao, twaharibu kazi zao, twang'oa misingi yao, twang'oa ashera zao, minara yao na nyumba zao, viredio vyao, vitivi vyao na ndimi zao, zote na zikatakata katika jina la Yesu Kristo. Baba, nakuinulia macho yangu, natazama milimani, natafuta uwezo wangu unatoka wapi. Uwezo wangu unatoka kwako, maana wewe ndio unastahili. Asante kwa kutusikia, asante kwa kutubariki. Wewe ni Mungu na leo hata kesho na milele wewe ni Mungu. Asante kwa kanisa hili ambalo umetupatia waimbaji wazuri, ashas wazuri, washirika na wafanyikazi wote. Hawa watoto wote ni wako na wakabidhi mikononi mwako. Kumbuka ulituambia utatuletea na wakakuja na kuomba Baba ukue kiongozi wao. Uwabariki katika maisha yao, uwafanikishe katika malengo yao. Hawa watu washirika wamekuja hapa, wamekuja kwa sababu walisikia mbiu yako na wakakuelewa ya kwamba una uwezo wa kubadilisha maisha yao. Ninajua kutoka leo maisha yao itabadilika. Kuna wao wametumia pesa zao katika hospitali, kuna wengine wametumia pesa zao katika wizi ambao waliibiwa, kuna wengine walinyang'anywa kwa utapeli, kuna wengine biashara zao hazijawasaidia. Wamekuwa wakikuita kila siku, wamekulilia kila siku. Baba, kuna madhabahu iliinuliwa kinyume na wao iliyozuia wabarikiwe, lakini kutoka sasa ninabomoa hiyo madhabahu, ninateketeza na ngome zao, na haribu kila kitu kilichoinuliwa katika misingi yao, na haribu hata ndoto zao zilizoibiwa, na haribu kila kitu ambacho kiliibiwa. Minara ambayo waliinua ya kuharibu ndoto za watu, yote ninavunja. Ninawainulia ndoto mpya, ninawainulia maisha mapya, ninawainulia vipawa vipya, wapate kubarikiwa, wapate kufunguliwa njia zao, wapate kuinuliwa katika misingi yao mbalimbali. Watoto wao wakabarikiwe, ndoa zao zikabarikiwe, kazi zao zikabarikiwe. Jinsi ulivyobariki wana wa Israeli walipovuka wakaenda Kanani, ukawaahidi kule kuna maziwa na kuna nyuki na hata kuna kila kitu ambacho kinahitajika. Hivyo ndivyo nachukua huo mgambo uliounenea wana wa Israeli, jinsi ulivyomnenea Abrahamu, yati ya kwamba kubarikiwa atabarikiwa na watoto hawa wakabarikiwe. Ati wataongezeka kama mchanga wa baharini na wakaongezeka kwenye biashara zao. Na ati watakuwa watu, hakuna adui watakao wainukia wawashinde. Kutoka leo adui yoyote aliyojukua katika maisha yao na akasambaratike. Ninajua umetusikia, najua unatusikia na utatusikia. Kanisa hili lote twalikabidhi mikononi mwako. Wewe ndio kiongozi wetu, wewe ndio baraka yetu, wewe ndio fedha yetu, wewe ndio mlango yetu. Baba, na kuomba tu hawa watu wabariki na ubariki kazi ya mikono yao, ndio wakuwe baraka kwa kazi zako, na wakuwe wakibali na wapate vibali vya kila aina kwa jambo lolote ambalo watakalolifanya. Kuna wale Baba wanatutazama kwenye runinga zao, wanatuangalia wakiwa Ulaya, wakiwa Amerika, wakiwa Canada, Australia, Germany, UK, mahali popote walipo, kawakabariki. I
make it to be for them to partake the blessings that you are taking now. May God, may you be witnessed, may you be seen, may your power be witnessed amongst generations, that you shall bless us now and the generations and generations to come. For it is in Jesus' mighty name we pray. Sasa weteni sadaka mweke hapa na ikine mweke hapa. Worship. Yesu, usinipite Mwokozi, nisikie Bwana unapozuru wengine. Usinipite Mwokozi, nisikie Bwana unapozuru wengine. Usinipite Mwokozi, nisikie Bwana unapozuru wengine.
Waja wako hawa nimewaleta mbele zako. Unawajua nyoo zao, unajua fikira zao, unajua mienendo yao, maisha yao. Wale ambao wanahitaji kubadilishiwa wabadilishie. Wale wanahitaji kubarikiwa wabariki. Wale ambao umewabariki kwa njia tofauti wainue zaidi. Baba, nakuomba wakuwe ishara za utukufu wa ishara zako. Kila mtu atakayewaona kutoka sasa anakuona wewe. Wengine hapa wamezingirwa na madhabahu ya kifamilia, madhabahu ya maisha kule wametoka, na maeneo ya maisha yao yamekuwa magumu mpaka wakashindwa kufanya jambo lolote lile. Kutoka leo kifunguo cha maisha yao na wapatia. Wajase sasa na roho. Wajase na roho sasa. Wajase na roho. Wajase kwa roho yako. Wajase kwa roho yako sasa. Filled by the Holy Spirit. May you be filled by the Holy Spirit. Everything that was held captive by the devil has been set free. Now you are no longer going to be called a captive. You are free in Jesus' mighty name. God bless you. Sawa, watoto shukeni. Tumemaliza. Nyinyi mlikuja? Kwa nini? Si mnaona maneno yenu si mzuri sana. Wakati mliona watu wengine wamepanga laini, hata kama mlikuwa mnaiba, mikrofoni zenu ni za wireless. Nipatie mafuta. Simameni hapa. Ama nyinyi mko kama wale tunasaga ibada wanatoroka. Iko mafuta? Niki mode. Ndio ugo monyita neti ugo. So saizi ni saa ngapi? Saa 9. Tutaendelea na
service saa 10:30. Kwa hivyo mnaweza kutembea tembea kidogo. Wale watabaki tuendelee na service. Wale ambao wangetaka kuvujua madhabahu, kama uko na kitu special, kuja tu oka na mutumio ni ukorwo na githerani kingi muno thie nona nikio kiu tigana kia thie wacha mwachilie aende chini, mwachilie. Kujeni dedication, if you have anything we want to dedicate, lete tu hapa kwa miguu yangu hapa. Yes, sasa baba wewe kale wanyu yasan wow atakwate Alan, okay, na wewe ni worried akulile okay but you said you come in the middle of the week, we do some business. Yeah, come ule date okay, batanyita nyita naye mwiganirire moko tanyitete ogugu Baba thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo, ĩno nĩ family moka marĩ hamwe Ngai nĩgetha ũtuĩke wa kũmarathima, kũrathima wĩra wa moko mao Ngai, mana kũhĩtĩria, mana ĩka magongona matarĩ mega, mana korwo kũndũ gũtarĩ kwega, no tondũ nĩ ũrĩ tha rĩ, nĩ njũĩ nĩ ũkũbuta maũndũ macio mothe. Nĩ ndabuta maandĩko oro mothe mandĩkĩtwo matuĩke arebi, matuĩke akũra, mage hinya, mage ũmenyo, mage biashara, mage wĩra, mage gũtonga, macio mothe Ngai nĩ ndabuta. Umuthi tĩri ndakwarĩria we tĩri andĩka andũ aya nĩ arathime, nyũmba ĩno nĩ ndathime, ĩgĩe na indo, matonge na mathereme kũrĩa guothe magathiĩ, ona mathiĩ rũraya magetĩkĩrĩka, in Jesus mighty name. Yes, na wewe your first fruit, ni wewe nilikuja kwako, kumekuwa kuzuri asante. Hii unataka nikakule? Haya, wapi? Igede. Sasa uka Baba thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo, ulisema tulete malimbuko mafuno yetu ya kwanza na 10%, tuone kama hautatufungulia mlango na dirisha. Hivi nimesimama mbele ya huyu mama, maana ameleta mazao yake ya kwanza kwa nyumba hii. Ulinituma kwake, tukaombea hiyo boma na tukaibadilisha. Sasa imekuwa na ya mazao. Ilikuwa haina mazao, lakini sasa iko na mazao. Na kutoka leo naomba Baba ukamzidishie zaidi, ukamfanikishe na ukamfaulishe, na watoto wake wabarikiwe, na kila mtu ambaye anahusika na yeye, hata vijukuu na vitukuu vyake vyote wapate baraka, in Jesus mighty name. What is it? Wewe nani nakwambia ufanye hizo vitu? No. Ati ulisema nini? Sasa wakati nilipeleka nyumbani, mmoja ikakuwa haina macho, na yeye huku akaanza kuumwa na kichwa, na ilikuwa ananiambia macho inataka, ati macho ilikuwa inataka kutoka na ya kuku imepotea. Hiyo ni uchawi gani? Baba, katika jina la Yesu Kristo nakushukuru, asante kwa sababu ya mtoto huyu. Ninaachilia kibali chake cha kuweza kufuga vitu vya damu. Ninaachilia wale ambao walilaani ya kwamba na kusema hatafanya kazi yoyote ambayo inahusikana na vitu vya damu, kutoka leo atafanya, atafaulika. Na hii kuku ambayo imepoteza macho na ione sasa, na macho ya mtoto huyu isipotee, bali abarikiwe na anawili. Achunge ng'ombe, kuku, hata kila aina ya mnyama ambaye anaweza kuvugika nyumbani akafugwe, in Jesus mighty name. Thank you. Ulikuwa wapi? Na mbona umekuwa serious hivyo? Mtu akuangi serious hivyo sana. Sababu unafanya mpaka bibu inasema. Baba, katika jina la Yesu Kristo naomba baraka zake, ukambariki na ukabariki kazi ya mikono yake, na apate kibali na kifunguo zote ambazo anahitaji katika maisha yake. Dorcas, shikaneni. Shikilia, shikaneni mzuri.
msianze kuiba dasi. Baba, nakushukuru. Wewe ni Mungu. Uliumba mbingu na kuumba dunia. Wewe ndio ulitengeneza kikundi hiki cha Dorcas kwa ajili ya matumaini na kazi zako ambazo ulitaka wakazifanye. Kutoka leo naachilia uwepo wako, mafuta yako, neema yako katika maisha yao, na wakafunguliwe sasa, wakabarikiwe tena, wapate vibali, wapate kupendeka katika njia zao zote na mipango yao yote. Receive them in Jesus' mighty name. Yes. Thank you. Anything else? Mundu wa Jehova nikigeke kamutu ugadie kamutu Ngai akurathime akuririkane mokoma ya marathimo makinya maku hari uri kinyagia ukegwatagira na mirango yaku yothe iri yahingirwo ni yacogwo ni yaguka na maritwa maku yothe mamoke. Yes. New beginning. May you receive a new beginning now in Jesus' mighty name. Fanyika nabii, fanya kazi ya Mungu. Karibu. Brother. Nenda kwa Bethafari. Tadie. Nona kate kama kale di hale. Tadinyana kale ko wikarira. Tadie. Nyene hali okwe yamurira. Wikaragere kawo. Na urute mushifi ucio. Wikirage gathuti. Wirute kuhunjia. Wimenyerie microphone. Ngai akuririkane akwambararie na gutware levels iria ciothe ungeriria gugakinya, na ndukanakorwo ni kirumi ing'uki kana migambo kana andu magagukirira kana rira rigagukirira kana itura ryanyu rigagukirira kana mbari cia kwanyu cigagukirira, othe makahotwo. Rehe mucibi ucio tathi ohe mwanake uria oha mwanake ucio rehe mucibi waku. Ngai akurathime thiini wa wira mweru uria egukuhe wa kuruta, aguteithie na akuhe hinya na akuhe kumenyekana na gwitikika. Nyita mucibi uyu, nyita uguo. Eha Buju. Buju wako wapi? Oha mwanake wewe mushifi. Na usiuze. Ushirikiane na wengine katika wale finance department. Munipatie structure ya finance department. DVI amefanya nini? Amepata kazi mpya better than the one alikuwa nayo. Uliniambia ni kazi 3 amepata. 3 kwa kupiga. Lakini sasa amechagua moja. Yaani aliage ni wira manasharia. Na araikirio mawira 3. Ngai akuririkane. Rugendo rũrĩa twaranĩte na Ngai na family yanyu na gutetera nyumba yanyu na kũrĩa wanaruta magongona o mothe megie Ngai na ũrĩa wanaruta wĩra wa Ngai, ũmũthĩ Ngai akuririkane na mwanake ũcio Ngai amũririkane na njĩra ya magegania, amũhumbĩre na amũkabe wĩra ũyũ ndũkore, ndagatige wĩra ũyũ, aũthingate nginya ũrĩke na ũrute na ũmũtongie na ũmũhe irathimo cia tene na tene. Amen. Thank you. Watoto kujeni hapa. Kujeni hapa haraka haraka. Shikaneni wengine wakue nyuma. Shikaneni tu. Wewe acha kwenda. Kuja tu hapa na hiyo kitabu. Wekelea mkono mwingine hapa juu kwa mabega. Kama huwezi kumshika, wekelea kwa mabega.
Mungu wa mbinguni awakumbuke, awabariki, awafungulie njia zenu, muongezeke, na mkienda shule mkuwe namba 1, na chochote ambacho chenu kiliibiwa na wachawi kule shuleni ninakirudisha. Kama walikuja wakaiba maubogo, mahakili, masomo yenu iliibiwa yote, ninawaregeshea katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Thank you. God bless you. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩ ndamũkĩra igongona rĩrĩ ta mũthĩnjĩri. Mũtumia ũrĩa atuĩke wa kũrathimwo na wĩra ũcio athiĩ kũruta mwerũ rĩ athereme na agĩe na gwĩtĩkĩrĩka na ndagokererwo nĩ mĩgambo nĩ ing'ũki kana irumi kana arĩa makungagia mawara matikone na matikamũigue, in Jesus name. And now may the grace and the fellowship. Amen. Kwa hivyo ni kitu wanawa turudi hapa sasa. Wale wanataka tuendelee. Bethel Clouds TV, empowering lives. Bethel Clouds TV, empowering lives.